Clouds TV, empowering lives. Oh
muthenya wa umuthi nitukwambararia twi mbere yaku Mwathani. Bũrũri ũyũ nĩ ũragũbatara, bũrũri ũyũ nĩ ũragũbatara Ngai, bũrũri ũyũ nĩ ũragũbatara Mwathani, bũrũri ũyũ nĩ ũragũbatara Ngai, bũrũri ũyũ nĩ ũragũbatara Ngai, bũrũri ũyũ nĩ ũragũbatara Mwathani. Mwathani kaĩ wathire kũ? 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 Nĩtũragũbatara Ngai, nĩtũragũbatara Mwathani. Bũrũri ũyũ nĩũragũbatara Ngai, bũrũri ũyũ Mwathani nĩũragũbatara, tũragũbatara Ngai. Nĩtũĩ we nĩwe Ngai nĩwatũtiganĩria, nĩwatũtiganĩrie Ngai, nĩwatũtiganĩrie Ngai, nĩwatũtiganĩrie Mwathani, nĩwatũtiganĩrie Ngai, nĩwatũtiganĩrie Mwathani. Twĩ mbere yaku ta ciana ciaku, twĩ mbere yaku Ngai witũ, twĩ mbere yaku ũmũthĩ. Nĩtũragũbatara, nĩtũragũbatara Ngai, nĩtũragũbatara, nĩtũragũbatara Ngai, nĩtũragũbatara Mwathani. Ũka tu, ũka Ngai nĩtũgwetereire, tũtikana wagũgwetetera Ngai, tũtikana wagũgweterera, tũtikana wagũgweterera. We nĩwe Ngai witũ, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe Ngai witũ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tawe. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, we need you Jesus, 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 we need you Jesus. We need you, Lord. 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 Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Tunakuhitaji, 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 tunakuhitaji. Bũrũri ũyũ nĩũragũbatara, tũgũthiĩ nakũ gũtarĩ nawe Mwana, tũgũthiĩ kũ gũtarĩ nawe Ngai, tũkũrora kũ gũtarĩ nawe Mwana. Harũrũka tu, harũrũka Mwathani, harũrũka Mwathani, harũrũka Mwathani. Nĩtũragũbatara, 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 nĩtũragũbatara Ngai. Bũrũri ũyũ nĩũragũbatara Mwathani, bũrũri ũyũ nĩũragũbatara Mwathani. Kaĩ wathire kũ? Kaĩ wathire kũ Ngai? Kaĩ wathire kũ Ngai? Kaĩ wathire kũ Ngai? Tũragũbatara Ngai. Kana ciana ciaku Ngai, oya mama zekenderere, uhutie ciana ciaku na tuĩke wa gũcirathima. Rathima ciana ciaku Baba, marathime Ngai, maririkane na njĩra ya mwanya na ũririkane ciana ciao, ũririkane njĩra ciao, ũririkane maũndũ mao Ngai.
uri Mũrungu uri Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe we nĩwe mũthamaki wa thamaki wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki ũyĩ ũkinyithĩtie nyarĩrĩ ciaku gũkũ thĩ ũnyitĩte mũthĩgi wa ũthamaki nĩgetha ũtũramatĩre Ngai nĩtwanyiha mbere yaku Ngai nĩgetha ũwe ũnene nĩtwagwo Baba nĩgetha wonekane gũtirĩ Ngai ũngĩ tũngĩiganania nawe we nĩwe mũthamaki wa thamaki we nĩwe ũtũtũrĩtie muoyo igũrũ na thĩ ciothe nĩ ciaku Baba makerubi na maserufi othe nĩ yaku Ngai twanyiha mbere yaku na araika na gĩkundi kĩa matu igũrũ Baba tũkiuga nĩtwanyiha mbere yaku Ngai nĩtwanyiha Ngai tũtuĩke wa kũneneha. Amen. Thank you, Jesus. We glorify your name. We worship you this wonderful morning. Indeed, you are the mighty King, the King of Kings. You are our Father. None but you who can only be worshipped. It is you we worship now. We bow down our heads, Father, before you because you are holy. You are the holy of the holiest. Baba, tunaunganika pamoja na makerubi na maserufi na mamilioni ya malaika waliosujudu mbele zako kusema wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Uri mutheru Ngai, uri mutheru. Gutiri ungi Ngai, niwe tweta gikaro-ini giki. Baba, twika wa gutungata hamwe na ithuĩ gũtũrana na ithuĩ ona gũtũhingũrĩra njĩra meciria ona merirĩria maitũ matuĩke maratwarana na merirĩria maku Baba. Nĩtwahera na nĩndahera mehia makwa marĩa njĩkĩte Ngai marĩa njĩkĩte ndĩika mũndũ kĩũmbe marĩa njĩkĩte ngĩmenyaga na marĩa njĩkĩte itekũmenya Baba nĩkĩo ndoka mbere yaku kumbũra na kuga atĩ nĩngũhĩtĩirie nĩkĩo ndahera Baba nĩndahera nĩ ũndũ wa twana tũtũ tũkĩte mbere yaku Ngai nĩ ciana ciaku nĩcigwĩtaga na rĩtwa rĩaku Baba na ciũkĩte kũnyiha nĩgetha Ngai we ũnenehe na kwagwo nĩgetha we wonekane na marauga ũrĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũhiana ũngĩ tawe we nĩwe wombire igũrũ na ũkĩũmba thĩ we nĩwe mwene indo ciothe cia gũkũ thĩ Ngai nyamũ cia gĩthaka nĩikũinamagĩrĩra nyoni cia rĩera-inĩ igakũinamarĩra ona andũ ona hamwe na maũndũ mothe magakũinamĩra ona irĩma ciugaga ũrĩ Mũrungu ũrĩ Baba ũrĩ mũthamaki ũrĩ Ngai mũnene Jehova wa ita na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe twanyiha mbere yaku Ngai ithuothe haha na ciana ici nĩikũhĩtĩirie ciana ici nĩciaganĩte nĩciarĩtie na cigeka maũndũ maingĩ kũgerera matũ-inĩ mao maitho-inĩ mao ona tũnua-inĩ twao ona mĩĩrĩ-inĩ yao Ngai na makagĩa na meciria matarĩ mega Baba nĩkĩo mokire gũkũ kuga atĩrĩrĩ nĩmoka kũhera Baba nĩndoya mũrigo ũcio makuĩte wa mehia ndĩũrehe kũrĩ we ndĩamu nĩũranjendire na ũratwĩra atĩ tũrehe mĩrigo ĩrĩa tũkuithĩtie othe kũrĩ we tondũ we nĩwe ũngĩhota gũtwaũra mĩrigo ĩyo aũrĩra ciana ici mĩrigo ririkana ciana ciao ciĩ mũciĩ ririkana athuri ao na atumia ao aruti ao wĩra ona mbarĩ ciao Baba tuĩka wa kũmaririkana ona niĩ Baba nĩndarehe twana twakwa tũrĩa njiarĩte na mwĩrĩ Baba moko-inĩ maku ndarehe Danstani ndarehe Sami ndarehe Njoroge ona Nancy ona Wanjikũ othe Baba nĩndamarehe moko-inĩ maku ona John Baba maririkane Wambui mũririkane na njĩra ya mwanya Baba ririkana ciana icio ciothe Ngai we nĩwe waheire twana tũu o ta ũrĩa ũheanĩte twana tũtũ twĩ gũkũ Ngai ririkana tonya ngoro-inĩ ciao Baba ngururie wone kĩrĩa gĩtarĩ kĩega gĩtheke Baba na kĩrĩa kĩega ũmanengere marathime maikare marĩ athathimĩku na maikare makwendete nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndahoya na gwĩtĩkia amen. Tunaweza kuketi. Leo mko tayari? Yes, wanaweza kuendelea.
Praise God, church. Praise God again. We thank God for the privilege of being given this chance to preach to you as Sunday school children. I'm sure you're going to be blessed and you're going to be challenged as parents, okay? Now, as a Sunday school teacher, when I look at these children, I look at them from a different eye. Waliniambia ya kwamba, teacher, tumeambiwa to preach lakini go and give an introduction. So that's what I'm going to do. You as a parent, ukiangalia mtoto kama Stacy, ukimwangalia unaona, this is my 11-year-old daughter who is in grade 6. When this boy unasema, that's my 10-year-old boy, he's in grade 5. But me as a Sunday school, ukiangalia, I look at their destinies. I see them in the 21st century, wakiwa 20 years old, 18 years old, in secondary school, at the university. And that is why, as their teacher, the curriculum I choose for them, the lessons I choose for them, are supposed to help them navigate through life until they enter their destiny. Sawa sawa. I'm very intentional, very deliberate of the choices I make, the scriptures I choose, the lessons we discuss. I see those lessons being formidable in them until they navigate through life mpaka wa graduate na hata waende kuoa ama kuolewa. Amen? And that is why when I look at the traditional Sunday school where I went and where you went, I look at the content that we learned, I realize Sunday school haikutusaidia, true or false. Kwa sababu, we went to Sunday school, the content those days or even these days in some churches was, Father Abraham had many sons. After that, David and Goliath, sindio? After that, a memory verse. For God so loved the world, Sunday moja inaisha. Next Sunday you go, Jesus wept. I'm happy today, so happy. Story ya nani? Jonah was swallowed by the fish. Sunday inaisha, and so on and so forth. So by the time you left church, that foundation did not help you not to get a child out of wedlock, true or false. That Sunday school did not help you not to get an equally yoked. We married the people in the world, true or false. That Sunday school haikusaidia usiingie katika kamnyweso. Sawa sawa. We went to church, found God in church, left him there and went to do our own things. So now these children kiwaangalia, as you are lucky, the only sin unge commit siku hiyo ni kufanya nini? To get a child out of wedlock, sindio? You are the worst, you are the criminal of the criminals. Ungepata mtoto bila kuolewa, sindio, those days. But these days, what monsters are waiting for these children? What is challenging these children? Siku hizi hata kupata mimba bila kuolewa, it's an understatement. These children are being waited for by pornography, true or false? They are being waited for by LGBTQ, true or false? Wanangojewa na ukimwi, true or false? The forces that surround these children are so tense that you cannot afford to teach them, I'm happy today, so happy. You cannot. Sawa sawa. You look at what is outside there waiting to devour them. And you say, as a Sunday school teacher, I must teach these children to be Shadrach, Meshach, and who? Abednego. Such that after wakitoka mikononi mwako, when they go to Babylon, they will tell Nebuchadnezzar, I cannot bow down to. When they go to Egypt as Joseph, watasema, I cannot sin against my God. When they go to university, because kumejaa ma sponsors kwa university. True or false? Kumejaa ma slay queen kwa university. And ambiwe, come I show you how to make 20. Mamako pesa ya Indomie peke yake. I'll show you how to get money for pizza and KFC. Sindio? So that atapelekwa kwa sponsor. So I teach them to stand up and defend their faith. Amen? And that is what I expect you to do as a parent. Sawa sawa. In Sunday school, we don't sit the way you are seated. We learn by interaction. Sawa sawa. They answer me.
When I was introducing the Bible to them, nikawaambia Bible ni kama the rules you have in your house. It's a word of God. It has rules, si ndio? Sasa nikawauliza, wewe rules zenyu ni gani kwa nyumba yenu? Wakaniambia. Wewe ni gani kwa nyumba yenu? Wakaniambia. Mwingine akaniambia, teacher, sisi kwetu tunaambiwa tu, don't talk with food in your mouth. Nikamwambia, oh, okay, another rule. That's the only rule in our house. Oh, hiyo tu hakuna rules zingine? Hakuna. Okay, tukaendelea. How many have what we call family altars in their houses? Nauliza tu because I want to know. Sawa sawa. Si ati niko mdaku, I want to know. How many have family altars in their houses? Ni wangapi kwao baada ya chakula ama kabla ya chakula mnakaa kwa dining table, mnasoma Bible na mami na dadi alafu mnaomba? Wangapi? 1 or 2? 1 or? Ni wangapi wako na Bible kwa nyumba yao? 1 or 2. Au wengine sisi tuko na kale ka Gideon's Bible. Tuko na kale ka Gideon's Bible. So I realized wazazi wenzangu, there is a disconnect somewhere. Si ndio? There is a what? A disconnect somewhere. As parents, whether you are married or not, you are the high priest of your house. You are the high priest of your house. And you have to be very intentional, deliberate, choosing value systems you want to put in your child. Wakati atatoka huko, you will be proud of your child coming back home. But if you allow a child to grow up like a mushroom, akienda university akae 1 year, atakuja amejaa matatu. Na earrings hapa. Na kizungu mingi ya university akwambia, mom, after much consideration, I realized I was supposed to be a girl. Chromosomes shikana, and now I've decided to belong to the gender, neutral gender community. In other words, anakwambia I've decided to be gay. Kizungu mingi lakini anakwambia, mom, nimeamua I want to be gay. Utadu. You've invested a lot in this boy. Umelipa school fees mingi, but you emptied. He went to college empty. Unajua empty? A vessel that was empty. Alipoenda huko akajazwa what the world has to offer. What the world has to offer. So, me as a teacher, I'm so intentional. My joy is not these kids wakuja tuambie John 3:16, because most churches that's what they do. You've never seen them here akisema John 3:16 blah blah, because what we learn there is formidable. Sawa. It is formidable. It's supposed to help them navigate through life until watoke hapa. When they come back home, you'll be proud of them. So number 1, these kids, all of them are born. Did they tell you that? I led them to the Lord. John 3:16 is not a memory verse. It is a reality in their lives. They are born again. Sawa. And we read the Bible with them, and I teach them the meaning of getting born again. So now today, we are going to listen to Tracy and Danson. Come over here. They are the preachers of today plus Nadia also. They are going to tell you how to defend your faith. Because that's what we learn up there. Ukienda Sudan, ukienda wapi, hautabadilika from Christianity to Islam. Amen. Praise God again. Praise God again. My name is Daxton and I'm born again. Today we're going to learn how to defend our Christian faith. When someone asks you, why are you a Christian and not a Muslim or a Buddhist or a Hare Krishna, what will you say? If someone asked me why I'm not a Hare Krishna, because I accepted Jesus as my personal savior. He died for my sins. I cannot save myself, so I have to allow him to carry my sins, because God is holy and I cannot see God if I'm not holy. So Jesus died for me. So by faith, I accept the sacrifice that he sacrificed for me, so that I have
can say that Jesus Christ is Lord in myself, in my life. He has teaches me a lot of things, and he have helped me to overcome the evil and to know the power of the God. You will say, John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Then, Praise God. Praise God again. My name is Stacy and I'm born again, and today we are going to learn why Jesus is the only way to heaven. 1. He was born of the Virgin Mary through the Holy Spirit, but other prophets like Muhammad were born of mother and father. 2. He is the only one who was crucified to take away our sins. 3. He is the only one who resurrected on the third day, but other prophets are still in the grave. 4. He is the only one who performed miracles, signs and wonders. Both are never performed any. He is seated on the right hand of the Father praying for us. 6. He is the only one who is coming back to take the church to heaven, or to take his people to heaven. I hope you have learned how to defend your faith. Be blessed. So what's the purpose of that lesson? Hata wakienda, Butha amwambie, Stacy, you say Jesus is the only way to heaven. My father has 3 cars. My father only has an old Toyota. What will he say? What will she say? She will say, he is still the way, the truth, and the. It is not by Mercedes, I'm a Lamborghini. It is by his resurrection. It is by death on the cross. It is by him being unique as a God. Nadia is going to tell us about the Bible. That's what we learn up there. Nadia. Praise God. Praise God again. My name is Nadia and I'm going to talk about the Bible. First of all, what is the Bible? The Bible is the inspired word of God that guides us as Christians. The Bible contains the laws of God, the instructions of God, and the promises of God. The Bible is divided into 2 sections, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament reveals God's relationship with his prophets, his ways of dealing with his people, and the promise of the Messiah, while the New Testament talks about the Messiah, who is Jesus. The entire Bible has 66 books. The New Testament has 27 books, while the Old Testament has 39 books. As children, our anchor scripture is found in the 5th commandment and in Ephesians 6:1, which commands children to obey and honor their parents so that we may be blessed and live a long life on earth. Notice that this scripture does not give any condition in obeying our parents. Whether your parent is rich or poor, whether he is computer literate or not, whether he is shorter than you or not, whether he is born again or not, we should honor and respect them so that we may have a good and long life and we may not die young. Also, let us remind our children that anyone who watches over them in the absence of their parent deserves equal respect, like our house helps, our school teachers, and also our spiritual parents. Disrespect for authority easily attracts a curse, and that will not be our portion. God bless. So we have Blessing. She's going to recite her favorite scripture. Praise God. Praise God again. My name is Blessing Jere and I'm born again. I have a memory verse. John 3:16. It says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Thank you.
So wazazi, that's all we have for today. But it's my prayer that we will have more interactions as a Sunday school teacher and the wazazi for these children, so that we may read from the same script. Sindio? God bless you. Thank you. Wapigie makofi wanapoenda kwa klasi yao. God bless you young ones. Simameni tu. Simameni hapa. Simameni hapa. I'll request parents, kama tunaweza kupata one on Saturdays mnadilisi watoto wanakuja, si ndio? Parents, you release your children on Saturday. We get a full package of training because we want to go full-fledged training. Tuwafundishe kabisa mpaka wakuwe na imani kama mtoto wa Muislamu. Mtoto wa Muislamu anaendanga madrasa from the age of 2 years. Anafundishwa. Mtoto wa Muislamu anajua Quran from aya ya kwanza mpaka aya ya mwisho. Iko hapa kwa kichwa. Wewe mwenye Mkristo umeokoka, hata verse moja John 3:15 inasema namna gani? John 3:15 si 16, John 3:15. Hamchui. Na nyinyi ndio mnaenda biguni. Mnaenda biguni mtashinda na Muislamu. Ukakutana na Muislamu hakuna kitu unaweza mfanya. They are more trained. They are better than you. In terms of faith, they have faith better than you. In terms of the word, they have a word better than you. Huwezi kumshinda. So let us ground our children. We can afford that as a church tunaweza kuorganize mpaka wakuwe wanakuja Saturdays. We have activities together to let mtoto kama hii inaitwa CBC. CBD, ni CBD. CBD imefanya mama mpaka ameanza kufanya masomo kwa nyumbani. Mtoto anakuja na kitu na bio tushone, mnashona unamfundisha. It has taken us back to school, si ndio? So we need to train these young people. Na hawa wadogo mulete watoto wenu muwatoe nyumbani. We can organize on Saturdays. We can plan as a church. We can provide transport for your children and the food for your children. Ndio wakuje wapate walimu wanawafundisha different levels of understanding things. Then we have a very strong church in the future. Okay? Also plus the youth. Wapigieni makofi wanapoenda. Mungu awabariki sana. God bless you. God bless you. Good work. Sema good work. Sema good work. Sema good work. Good work. Sema good work. Na mubarikiwe sana. God bless you. Nendeni kwa class. Mwende musome. Yes. Thank you. God bless you so much. Ian. Conference ni lini? Kuja hapa. Najua sasa wewe ni yudhi mwenye ajitokeseagi na gufu. Nataka ukuweke gufu. Upatie microphone. Ndio tutagasie hii youth conference. The youth conference is 9th August, which is on a Saturday. 9th August? Yes. On a Saturday. Okay, sawa. What's the plan? Okay, we have a number of things that we've planned, but first of all, parents wa hii kanisa, I don't know why I'm not senior youth. Na najua mmewaacha nyumbani. So that is something number one I want. And we will be having a preacher who's also a youth. He'll be from City Lighters. He's confirmed his presence. We'll also be having a few people from City Lighters. We will be inviting also, we are planning to invite also the street children. Can I say youth? Youth. Street youth, so that they can come and fellowship with us. We'll be having a DJ on that day. Through also our elder Rhoda Maria, food will be there. We'll be able to organize with her. And maybe I would, with your permission, if you can allow me to invite Sue to say a word or two. She's our treasurer. Sue. Praise God. I had already shared with them
Okay. If you had already shared, Yes. don't share. Thank you. Thank you. Wapigie makofi. Let us support the youth conference. I'm also part of it. And we are targeting 1,000. Nyinyi najua muna target to 500. I'm targeting 1,000 from Eastland, from all over, from Nakuru, from Meru, from Mombasa. They will be converging here, and we shall have a launch of a youth program yenye itawaka moto mpaka Rodua. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tunajua Rodua is represented. Yes, can we hear from Rodua? How is Rodua? Come and tell us how is Rodua. Kanisa ya Rodua kuja tu. Ama muogeagi uko kanisa ya Rodua. Ejoko. Bwana asifiwe sana. Nimekuwa nje like since May 19th. But kanisa inaendelea vizuri. Hata saizi ibada inaendelea. Saizi. Yes. Thank you. Amen. What's the good news from there? Tunaendelea. Tumeshapata shamba. Pastor alikuja akatutembelea. Shamba iko. Tumenunua, mwambie tumenunua. Tumenunua machuma ya kanisa. Nimenunua chuma ya kanisa. Yes. Tumepata ni eka mbili? Hiyo ni tuko bado maybe hiyo na hiyo ingine iko karibu hapo. 2 acres. Yes. Thank you. What we get na tushalipa. Tushalipa. We have a land there. Bwana Yesu, it is our land. Sema our land. Our land. Yes. Our land. Nadhika nayo. Joel tupatie. Joel atajua kuongea leo. Oh yeah. How is Thika? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mko salama kabisa. Tulikuwa na mjengo huko Thika na iko karibu kukamilika. I think nilikuwa nimetumia picha zile kwa saa hivi yenye iko anaweza wekea milione labda apostol akimaliza kuhubiri. Ndio ile sasa. Ndio imekamilika kabisa. Hii ni ya lini? Ni ya kabla walifunga huko juu. Funga juu. Hata jana najua waliweka kioo. Iliwekwa, imebaki tu kioo. Kesho ndio tutaweka. Kesho ni mnaweka mbio. Mbio zote. Yaani yote round kioo. Kanisa ya glass all over. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni yetu. Kwa shamba yetu. Sasa mnapiga tu makofi. Akalia. Our own kujenga from scratch baka imesimama hivyo. Bwana Yesu ni kubwa kuliko hii yote. It's bigger than this one. Oh yeah, mpaka mnasikia kiwaru. Sasa nimeanza kusikia nini iko tuweka pasta kou. Uliwahi kou? Umewahi kuenda hapo? Hata kuenda kuchimba mtaro umewahi? Ndio nikupeleke huko, nikuone huko. Nikuone huko. Takuvuja mguu. Mwenda gaido iliacha kashialeka mukagwa hau. Imeangalia hiyo sasa. Sasa tunataka kumkesho tunamwaga hapa Maram huko nje yote tuweke Gabrus mzuri. Hiyo ndio parking ya magari. Yes, hiyo ni Thika. Rodua nayo imeanza. What I said, we must build our churches in our land. Sindio? And we have a design. All our churches will be built in a design. Hata ile ya Germany imejengwa hivi tu. Ya UK imeanza kujengwa na itajengwa hivi. Although kule ni advanced, wamejenga vizuri na material mzuri. Unajua sisi tunajenga na material za kuokota. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes mami, Roda. Una jambo ya kutuambia? Huyu mama alikuwa terrified juzi. Ni uko tuwera kana ndokwenda gutwira. Ni uko tuwera haya kamera yake muonaga. Hii testimony zote mnaweka kwa kamera. Sijui mnatakaga namna gani? Mnanitakia gaje? Iliwekwa. Huyu aliongea. Mimi sikusikia. Najua hiyo ilikuwa terrifying. Baka umeacha kustuka. Unaona Yesu. Yesu amekuja. Mari alikuwa wapi? Angels. Pale. Kabla nilale. Ndio amenilalisha. Na Maria alikuja. Siku hizi kama ameenda off.
Atanichuga. Sina head. Unakumbuka wakati zamani tulikuwa vipi, tulikuwa nasema gurulia na tukagurulia meigo-ine. Ilikuwa inasema girole hivi tini sana. Girole. Si ndio? Sasa tuambie sasa, mimi nataka kusikia hiyo story mzuri. What happened with your daughter? What happened guys? Na uogeni kama umekula. Unajua nilikuwa nimeshtuka. Sasa kushtuka kumeisha. Umeisha? Sasa ongea. Aliniandikia message. Sasa nataka usikilize hii story. Nataka usikilize vizuri. Maana wewe ni mteja. Wakati nilikuwa naongea alikuwa ananiambia ni kama alikuwa anatotomeka, mwisho akaniambia unajua mimi ni mtu wa hiyo madege. Hata anajulikana huko. Hata akisema mtu anatolewa kwa kiti apate kiti. So what happened on that day was my daughter was anafanya kazi akitaka kuendeshea huko chini anaendeshea huko juu. Ni driver ya ndege. Lakini not just a pilot, she's a captain. Sasa hiyo mambo pale ilitokana na wewe. Hiyo ni terminology yenye hatujui. Sisi tunajua wote ni madereva. They have runs. Hiyo sasa hatujui. Okay. Tuambie ile tunataka. What happened? What happened was that she was flying to Eldoret. And she told me 40 kilometers to Eldoret. That is Nakuru. Nakuru. Engine ikafeli. Engine ya ndege ikafeli. Ikazima. Binadamu akiwa ndani. Akaniambia pigia quick message. Na nikakupigia simu. Akakuandikia quick message kukwambia mami, I have gone to meet my maker. Okay. So hiyo ndio choka kwa didashio. Alafu nikakupigia simu akakuchukua, lakini nikakuandikia message with a red flag. You read that light which turns. Nilisoma. Ulisoma immediately, alafu nikasikia kitu inaniambia hapa it's done. Yes. Sasa mimi sikuwa najua ni okay. I know because I believe. Mimi nilisoma. Ulisoma na nikajua. Na nikasikia sauti it's done. Nani alikuwa sogumusia? When you're telling me something. No, nani alikuzungumzia? Ulisikia sauti ya nini? It's a voice. It's a voice that said it's done. It is done. So the plane landed. The plane landed how? Na engine imezima. It landed. Where on earth? Ilipiga somersault. Akanipigia tena akaniambia mami, we have landed safely, but it has never been heard in the flight industry. In the world. It has never been. It was breaking news. Yani ndege inatoka Nakuru mpaka Eldoret, haina engine, inajipeleka mpaka Eldoret. Like a rad. Osho ile tuwekai. Huyo ndio Mungu ule tumwabudu hapa. Aliniandikia message, sasa nikashindwa nitaongea na yeye ama niongee na Mungu kwanza. Siongee na Mungu kwanza. Unaongea na Mungu kwanza, unamwambia watu wasikufe, wafike huko. Na wakafika. I was happy to hear that. That is good. Ndio Mungu. Na sijui kama niliongea vibaya hapa, nilisema mtu ajishikanishe na hii madhabahu. Na heshimu mwenye hii madhabahu. Yule Mungu ameleta hapa kutumikia hii madhabahu. So hiyo ni Apostle Dora Warwingi. Alafu kama mtu hana hiyo shughuli hapa ya kukuheshimu na kuheshimu hii, si atoke tu aende. Atuache sisi. Hatutawafukuza, wacha wakae hapa waone tukibarikiwa. Kama niliongea vibaya naomba msamaha. Hapana, uliongea mzuri. Lakini wacha wakae hapa waone tukifanya nini? Tukibarikiwa. Kufukuza, si hata najua wengine nimefukuza. Sikulikuwa wengi hapa nimefukuza wakora. Yeah, I've just literally me I don't pray. Sina time ya kuomba ati utoke ama hapana. Nikikuzungumzia mara 2-3, I'm not looking for members. I'm looking for people, travelers. Wakwenda wapi? Mimi sitafuti washirika. Washirika nilikuwa nao Mugike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa na watu milioni 4 wanifuata fully, wanafuata na wananiabudu. Na hiyo story ya kuabudiwa iliisha. Si ndio? Nao ni tikiti ya kwenda wapi? Ni tikiti ya kwenda mbinguni.
Sasa nataka mtu ambaye tunaenda naye bikuni. Watu wakunifuata hapa, kukuja hapa tukae tujaze viti, siwataki. So I warn you once, na warn ya pili, na warn ya tatu. Ukirema, ukikataa ya tatu, na kuonyesha mlango unaenda. Kwa hivyo mwe mnakijua hivyo. Yaigwani nikikuoni kwa sababu wewe nimekuoni mara mbili, nimebaki moja. No, hakuna haja ya kujifichiana. Si pesa natafuta, mimi niko na pesa. Si ndio? Najua wale wapasta wengine wanawekaga watu ndio wadanganye wafanyie miujiza, urakadara bado kondoro bosaya ndio pesa itoke. Pesa mimi niko nayo. Kagari niko nako. Hata kama nikamse nikagari kana nipeleka kama point 1 to point B. Kanyumba niko nako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mnangoja nini kingine? Hau ni homotegete. Hata bibi niko naye. Amen. Amen. Yule wale walikuwa wamebaki. Wale walikuwa wamebaki kukufa goro wamekufa sasa kabisa. Hiyo nimeiua kabisa ikufe. Yes. Thank you. Jipigieni makofi. Shiko wito. Kiawa. Dai. Eka ogeithia tu. Kiawa gikenda jure men. Mama lake ndirekana neguo renda master mirekereri kareta ya mau. Eno tiganira tuhengesha riu nego tuhengesha. Tijego. Yetia guthira ndiku. Ugama haha. Ino ri niratuhengesha. Riu rekereria nyamu igwe. Kareke mamu ndukenje. Tuikare uguo wetagwo mwendega. Ni yakwa yagire gukura. My sister wetagwo Joki ri. Niwe wahurire njure yakwa kiaga gukura. Merekereria wikare kimau. Ita microphone. Rehege dito. Mudurio no hay dito. Nini? Gedito kwani gedito ni kitu kubwa. Nikahirisi kitu kadogo. Kaka Karolile. Ati Karola. Mama. Kia gedito. Hakuna? Imetoka? Yes. Yeah. Kama ukidoli kaka. Tanyito. Waliro pesa siga na kaka. Digirikana taone gatene. Atire muhuko. Kemute toa kibiriti. Ndiye ndona nikikorogo hathi. Uikarite na kwa miaka igana? Iraikaru kuma riria ndikikuheana rugano runene no ni ta miaka igana? Ndiye ni miaka igana no ni komine methiru. Ikumiti methiru no ni kindu before corona after corona kwali 2019 3 years before corona na kuthutha niguo twaingira guku 2016 na riu 2025 miaka kenda ya guikara na kamuti ga kibiriti kuma hingo yo wanio githitu ri ngari cia kuithukite cigana? Ngari ithukite 3 iria ndutaga wira nacio na gutiri ona imwe thaa iciraruta wira na wina ngai muhuko na ni gukombora thaa ici ngari iria wira thaa ici ni gukombora ngomborete o muthenya gukombora ngari na kuma miaka iyo yothe umuthi niguo ria mbere ndacoka kanitha ni ndirathi kanitha ringi tondu miaka iyo yothe Grace ukawa na githito oka umenye uria muhengesha gike nikio githito makiana gike nikio githito gike nikia wendo
Wewe Waithito. Uza. Maito. Nisi isi? Ni kwenda. Hii ndio Githito. Kenya ni mutumia tondu ndariona. Mutumia gike nikio kiria muci waku. Gike nikio gatumire muthea athame nyumba athie carie kanyumba handu. Ni uri kanyumba handu? Maybe kana aca ka private room. Ni gake. Gwita thingira ni maundu itarenda kuraihia muno. Raihia tu tutire na ihenya. Gutire kuri turathi kuhoria mwaki. Tene ndari kanitha-ini. Zamani nilikuwa kanisani. Nilikuwa mwalimu wa Sunday school, brigade, chairman wa youth. A teacher of Sunday school. Nimelelewa kanisani udogo wangu wote, Sunday school yote, lakini nilipokuja Nairobi nikaanza biashara nini, mambo zikaanza kuharibika, nikaona mambo haziendi vizuri. Nikaona sasa kanisani ya kunisaidia. Kwa majina naitwa Mwangi Wanderi. Ngirwo kiria kirakuria ni maundu maya maumirite thaa ici na ni maingi muno, mila na desturi cia Ugikuyu iria twina cio ati maundu anga ndwikite nditwarite wiihwa ndwikite maundu maingi. He group imwe ndaingiria na huko Murang'a. Kuna group ambayo niliingia ambayo ya utamaduni ya Ukikuyu ambayo iko na huko Murang'a, inajiita Mihiriga Kenda, ambapo nilipoingia huko mambo ni mzito juu ufai ukiwa mwanaume ambaye ni Mkikuyu ufai kuwa na bibi kwa nyumba ambaye hajapitia mambo ya tohara, hajalipa deni ya shosho na nini. Kwa hivyo pale kuna process kubwa sana ambazo unapita pale. Kuna ile ya kwanza ukiingia tu hivi wanasema ni kutolewa ile Ukristo. Kutolewa Ukristo no dhahurwo. Kutahikio. Kutapikio. Ambayo unatoka ambao ni kutapikio. Unatoka kwa Christianity sasa unakuwa ile ya kwanza ulikuwa umezaliwa. Kila mtu kwanza ukizaliwa unazaliangwa wewe ukiwa hiyo jina unaitwa ni Mjaluo, ni Mkisii, ni Mbaluya alafu nini. Alafu sasa unakuja unaunganishwa sasa venye tunaendanga tunabatizwa na nini hizo, unaingia kwa Ukristo. Sasa nikatolewa hizo zote sasa. Sasa hata sasa kukiimbwa leo kwa kanisa vitu zingine nasikia ni kama ndoto, nakumbuka vitu za kitambo sana. Hata sikumbuki zote. Tulikuwa tunaimba ile wimbo. Gotire thayo kwa Yesu, gotire thayo. Andu matwarire ku kanitha-ini. Ni vitu mingi sana hapo sitaki kuongea ambazo zingine si mzuri sana za kuongea. Pale kuna kama alikuwa hapa anasema vile vitu ambazo tunaamini kwa Biblia. Nao pale tuna sheria zetu. To compare the tradition and the Christianity. Na ukisikiza hizo vitu ni tamu sana na ni mzuri sana. Lakini nimekaa huyo muda wote huko, nikahama pande ya Mihiriga, nikaenda pande nyingine. Pale ambazo the sacrifices zenye tulikuwa tunatoa pale kama hiyo tunasema na Kikuyu gudhahurwo ama kutolewa hizo vitu, walikuwa natoa na tumbuzi tudogo. Alafu nikatoka huko nikaenda group nyingine. Juu venye tu kanisa mko wengi. Kuna Full Gospel, ACK, gani na gani. Hata pale kwa tradition pande ya Kikuyu ziko tu hivyo bado ziko mingi. Ukatoka kwa Ng'ang'a ukaenda kwa Ndora. Sasa nikatoka ile nikaenda pande nyingine. Mahali bado tulikuwa tunatumia sasa mbuzi kubwa. Unataka kujua kwa nini? Niache kutaja hizo majina, lakini iko na huku Lemuru. Sasa ni ule mganga wa Lemuru. Kutolewa hizo sacrifices zote unatolewa na mbuzi kubwa, ukahurwa na ndio inaambiwa mbuzi kichinjwa, kuna kale ka vitu kana kuanga huko ndani Kikuyu kanaitwa katadhira. Kwa kaige. Wako. Hiyo inachemshwa mafuta, maji, nini zote unaoshwa nazo. Kama hizi nguo umetoa uko nazo, utaenda na zingine ndio utamwagiliwa kutoka kichwa. Naona ile kinyeshi inaitwa kinyeshi ya ng'ombe, lakini si ile imepupu, ile iko ndani. Kwa hivyo ile iko refined kabisa.
inachanganywa na maji na nini, unamwagilia, unaosha, unaambiwa sasa hizo mashida zote zimeisha. Lakini mimi mahali nimefika saa hii, badala ya mambo zikuwe mzuri, zinazidi kuharibika kabisa. Zinaziharibika kabisa. Kabisa. Kuna wakati nakujanga hapa weekday, napata Jenga hapa, tunaongea na yeye, ananipea morale, ananiambia mambo hata zijaharibika, zinaendelea kuharibika zaidi. Mimi nikisikiza tukiongea na Apostle na yeye, ananiambia hiyo ni kionjo bado, lakini nikiangalia mimi mwenyewe physically, nikirudi pale ground, unapata mambo sasa ndio zinazidi. Unachimba shimo moja kubwa, unazika ingine. Hiyo ni kumaanisha ulikuwa na deni ya shilingi 3,000, unakopa 4,000 ndio ulipe ile. Ukienda tena kufikiria utaweza kulipa, hii mambo zinazidi kuharibika. Tena unakopa 5,000 ndio ulipe 3,000. Sasa nimefika mahali niko grounded kabisa. Hizo kama hivyo Ndeura Apostle anasema magari zimeisha zote, saa hizi zimelala 3. Mimi nafanyanga kazi ya kuuza maziwa, kubeba maziwa fresh kutoka Nairobi kukuja kuuza Nairobi. Sasa inabidi nikomboe gari. Bibi akaniambia hapana, mimi kuna mtu anafuatanga hapa anaitwa Odora Waroingi, lakini wewe ukitaka kumfuata ni sawa. Kaniambia hiyo, nikatupilia. Mara ya pili nikatupilia, ya tatu mambo ikazidi kuharibika. Nikikuja hapa hakuna kitu nilikuwa nimekataa. Nikakuja tukakaa ongea na Apostle, nikaanza kusikia siku ya kwanza kama kuna kitu ananiambia. Siku ya pili kukaa bado nikakaa muda mrefu sijakuja. Badala ya mambo zikuwe mzuri bado zinaharibika. Sasa nikasema hapana. Sasa mimi mwenyewe ndajificha, niende kwa Waroingi tuongee na yeye one on one. Wakati bibi hayuko. Mimi kukuja, nafika hapa karibu nikiwa kuingia naye bibi anaingia. Kuingia kwa Apostle, sikumwambia mambo zote, lakini Apostle story ikakwama. Aliona vitu zingine kama hizo. Hii kitu unaona hapa vitu. Hii ni moja ya zingine. Kuna nyingine tulitupa na Jenga na huku. Kunaitwaje huko? Huko Junction. Tulienda kutupa huko. Hii ni amounts zingine za mambo mingi ambazo naambiwa mimi nataka kufanya. Lakini mimi kulingana na mahali niko saa hii, nimekaa Christianity Sunday school kutoka mdogo. Mimi mwenyewe kufunza Sunday school, brigade, CK, youth, hizo zote nilikuwa hakuna kitu sijafanya. Nimeingia kwa hizo group zingine sasa huko, kuna kitu sijafanya, lakini mimi nimeona bado huku kuna shida mahali. Sasa ndio nafuata saa hii. Sasa nione Apostle. Sasa are you ready kurudi pande hii? Mali nimefika sasa. Huko kute nimefanya hizo mambo zote, nimefanya za tradition na nini, ati hujafanya. Kuna kitu sijafanya zote na sioni nikisaidika. Sasa mali niko saa hii, kuna kitu moja kwanza nimesahau hapa. Mimi maisha yangu yote yenye nimeishi, mimi sijaienda mahali una mtu anakuambia shika hii 50 ukakunywa chai. Shika hii ni fair uende nyumbani. Watu wote nimekaa nao, mpaka marafiki, mpaka baba yangu sijai nisikia amenipea pesa tu hivyo tu. Unless tulikuwa tunafanya kitu mahali mpewe. Kulikuwa na relation nyumbani mpewe kitu. Lakini siku moja nilikujanga hapa, nikaongea na pastor. Nikienda kutoka, akaniambia naogethia kama udhulile. Kefea, wewe enda nyumbani. Kama sasa Apostle na ni mchungaji, anakuja na kupea fare uende nyumbani. Na pastor wengine mahali pengine wao wanatakanga hiyo uko nayo utoe. Hapa sioni kuna tofauti. Kwa hivyo kuna kitu utasaidika nayo hapa. Sasa ile wakati nitoka kanisa nikaingia huku pande hii nyingine, nilisema wacha nijaribu. Sasa huku mimi nimekuja nisaidike, nisiposaidika mimi ndakufia hapa sasa. Makofi kwa Yesu. Yes. Hata tulikuwa na mwingine youth, hebu kuja. Hata huyu sasa huyu alikuwa wa huko Lemuru. Huyo nasema huyo alikuwa anapelekea. Huyu ndio alikuwa bibi yake. Huyu. Nego. Ni mwalimu hikani? Tisho walimu. Wagige. Ni yule wa Wagige. Alikuwa huko. Mwingine mwenye alikuwa huko kuja. Afade kuja tu afade. Hii shetani lazima tuimalize leo. Leo lazima tumalize hii shetani. We have to bring it down. Wafade. Kuja hapa. Mwapeleke huko pamoja.
Najua hata hapa ndio wanafanyiwa kwa deliverance. Sijui ni kwa nini waganga wote nafanyiaga deliverance hapa. Naye huyu alikuwa bibi ya mganga ule wa Roiro. Juja. Ule moyo. Mojiro. Wa Mugashiko. Basi wakoraga huyo. Sasa mmejiona. Angalia venye mko warembo na venye mlikuwa mmeharibiwa sura. Nani aliona huyu jamaa akikuja hapa? Alikuwa amekaa kama msee, anatembea hivi. Angalia sasa mpaka sura imeanza kuminini. Sasa nenda rukamita karibu. Uta point na wewe. Wewe ni woge tohewira haha. Sawa? Kabisa. Okay, thank you. Vigieni mama makofi. Kila mama anasema mtu ako sawa. Ako sawa. So huyu alikuwa ni bibi ya mganga. Na huyu alikuwa ni bibi ya mganga. Huyu I think huyo wakasie. Umeenda huko? Wangige nimeenda. Uni alete pesa zako. Uni alete pesa zako. Ona chucha. Huyu amekula pesa yako huyu. Chucha na kuveni fio. Hafalini hapa police kasi hafalini ndigiete. Kuria thiete na chucha na kuria theni fio. Na mmenya ni kwao. Ule maru wagana muthuri wako. Sasa mwingine mchawi ndio huyu. Naye huyu ni West Pokot. Ni Pokot. Huko ndio alikuwa anafanyia mauchawi zako na ugaga. Yaani ulikuwa umeenda kazi ukajikuta umerekrutiwa kuisha mtu. Sasa usinaona hauko peke yako. Kwa hivyo usife moyo. There is change. I was part of you. Hata mimi nilikuwa huko. Si unanijua vizuri. Hata kuna mwingine hapa. Kuja. Huyu pia ni mchawi. Alikuwa mchawi ndio unaona kanatusubua. Nikalikuwa kama mchawi. Look at the faces. Si unaona God can redeem. God can change. And we are a team. Sasa wewe kuja tuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja tufanya nini? Tuhubiri. Tutakazia watu. Hawatatuamini. Mimi hata mimi watu wetu wengi hawajaniamini. Watu wetu family members wanaonaga bado nimebakisha. Ukiuliza watu wetu wanasema wanajitaka kemoda. Mimi ni kemoda. Imagine. Kemoda. Si ule nani? Ule Afro Cinema anasema kemonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada yangu ananitaka kemoda wakati mwingine. Yes. So kuja tukuombee sasa. Tulia maruhaha. Na nyumuke haha mutirire mundu uyu wanyu. Yes. Ahujemeko. Muno ginya mwetu. Giki ni kigongona ni kinene muno. Hapana, wacha na bibi. Wacha na bibi. Bibi tunashughulikia yeye wakati mwingine. Bibi ni round 2. Sema Bwana Yesu. Bwana naomba msamaha wa dhambi zangu. Zile nimetenda kwa makusudio na zile nimetenda bila makusudio. Unifungue kutoka kwa waganga, wachawi, warogi, Illuminati na Freemason. Kutoka leo nimejifungua kutoka kwa naidito na uchawi na uganga. Mimi ni Mkristo na nitakufuata Yesu. Wewe shetani, sina mahusiano tena. Mimi ni wa Yesu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninampokea mtoto huyu katika nyumba hii kama mtumishi wako tena. Huyu ulimtengeneza kutoka mwanzo. Yeremia 1:4, kabla hajazaliwa ulimjua, ukamtenga kwa ajili ya huduma yako. Ninakuja kinyume na foundations, limitation na mipango ya kishetani, family limitation zote ambazo zimemuinukia, mipango na misingi ya kinyumbani ambayo imekuwa ikimfuata, misingi ya damu, misingi ya familia, misingi ya meherega, yote ninaiteketeza na kuivunja katika jina la Yesu Kristo. Ninakutakasa na kuzigira kwa damu ya Yesu Kristo. Kutoka leo kwenda mbele, Mungu na akulinda. Amen. Rudi ikale hali hahujia. Straight
straight anakuwa muhujia. Hakuna kumpeleka kisule, anajua kuroga. Kwa hivyo atakurogora. Sasa wachawi kujeni sasa. Sasa tuko na huyu na yule wachawi kujeni. Hawa wanajua kuroga na wanajua kurogora. Bwana ni agosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona dada yangu hapa. Huyu ndiye ananitaka Kemoda kuja huyu. Huyu ndiye ananitaka Kemoda. Na alikuwa ananipiga. Huraga niende mwana. Alikuwa ananipiga. Sasa mojo ulelie huragwa niki. Jitako Kemoda niki. Geithia andu Ngai. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Njoki, ni mchungaji, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Nashukuru Bwana kwa umbali huo, kwa maana amekuwa mwema. Haleluya. Mwimbaji mmoja akaimba wimbo akasema kwamba vita na hata sinapokuwa mingi, Bwana unipa nguvu ya kuistahimili. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Bwana kwa sababu amekuwa mwema, hata kupewa na apostle mahali hapa kusimama, nasema ni Mungu. Amen. Hivyo sichukuli ati kwa sababu ni ndugu yangu, ati kwa sababu ni mdogo wangu, huu ni mdogo wangu. Lakini sichukui ati hivyo, lakini najua kwamba ni muujiza Bwana amenitendea. Bwana asifiwe. Nimesema leo sitamwambia ama sitasema nikikuja, nitakuja hivi tu, na ndio nikakuja na nikawa mahali hapa. Na kuna neno moja tu ninataka kusema, na imenitua ni hiyo neno limekuja ndani ya mawazo yangu. Apostle sihubiri kwa sababu hata ukitaka kuhubiri sasa niseme nini? Wewe ni mkubwa. Ukiniambia nikae chini nakaa. Amen. Mimi ni mhubiri. Kuna neno moja ambayo ningetaka tu kulisema. Na hilo neno limeingia katika moyo wangu wakati mama yangu alikufa. Mnajua mama yetu alikufa. Na ukweli kama kuna watu walilia, tulilia watu watatu, mimi na yeye na mwingine. Sisi ndio ni kama tuliguzwa. Bwana asifiwe sana. Na sirudishi hiyo mambo nyuma, lakini kuna neno Bwana alinena ndani ya moyo wangu. Wakati kulikuwa na kung'ang'ana na kufurutana na watu wa PCA, tukafurutana kabisa. Na kama wewe ni wa PCA utanisamehe, kwa sababu alituumiza. Usiombe msamaha kwa watu wa PCA. Kwa sababu alituumiza. Kama ni kuumizwa tuliumizwa. Bwana asifiwe sana. Juzi nilienda nyumbani, hata yalinipata. Nilienda nyumbani, nikirudi Nairobi kuna mmoja mkubwa wetu aliniuliza, Njoki, wewe ndiye urali mushiri. Kweli ni uronire Tabagasabi? Mama yetu alikuwa anaitwa Mama Gasabi. Tabagasabi atali kou. Yaani hakuna mtu anaamini kama huyo mama alitoka hapo. Bwana asifiwe. Hivyo nikajua kuna kupona watu katika hiyo boma hawakupona. Kwa sababu nini? Hatukupatiwa nafasi ya kujimwaga. Bwana asifiwe sana. Tuliwekwa mahali kwa kakona fulani. Nilijaribu kung'ang'ana, nikang'ang'ana hata paka nikalipotiwa huko Nairobi. Lakini sijali. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna neno moja Bwana alinitia, ama alitia ndani ya moyo wangu. Iko katika kitabu cha 2 Timothy 4 pale mstari tu mstari pale kuanzia pale wa 10. Kuna mahali ninataka aliniacha kwenda ulimwengu huwa sasa atasafiri kwenda Thessaloniki, Kristo amekwenda Galatia, Tito amekwenda. Hao ni wale watu walikuwa wanaendana. Ni wale watu ambao walikuwa wanaendanisha na yeye na mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali nataka. Mimi na moja nasema ya kwamba Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Atoae Marko mlete pamoja naye, maana ananifaa kwa kazi ya utumishi. Sijui kama wewe ni Luka ama wewe utakuwa Marko. Bwana asifiwe sana.
kwa sababu ya mtumishi wa Bwana. Hapo pengine. Lakini Tikiko nalipopeleka Efeso na ile joho nililo liacha kwa nakapo huko Troa, ujapo uniletee na vitabu hasa vile vya ngozi. Huyo ni Marko, alikuwa anatumwa aende kwa sababu alionekana yeye anafaa kuendamana na yeye. Sijui wewe uko wapi. Twende. Alionyesha ubaya mwingi kwangu, Bwana atamlipa sawa sawa na matendo yake. Haleluya. Eskada. Bwana asifiwe sana. Kisungu inamuita nani? Hiyo ndio inaitwa vizuri sana. Kisungu. Alexander. Bwana asifiwe sana. Atalipwa sawa sawa. Kwa sababu alinionyesha ubaya sana. Bwana asifiwe sana. Wacheni niwaambie, kuna siku jioni moja watu walikuja nyumbani. Bwana asifiwe sana. Na walikuwa na ubaya, wakuwa wanajali. Na wakuwa wanajali roho ya mtu. Hata kama tulikuwa tunang'ana tunawaambia huyo ni mama yetu, sio mama yenu, lakini hakuna watu kutujali. Bwana asifiwe sana. Lakini wacha nikwambie, huyo ambayo ni Alexander alituonyesha huo ubaya wote. Hata waleo hatujawahi pona, lazima atalipa sawa sawa na matendo yake. Bwana asifiwe sana. Alexander, juu ya maisha yako lazima atalipa sawa sawa na matendo yake. Hata kama alikuonyesha aliyatenda na ubaya, alikuonyesha ubaya hapa na ukali vile anavyofanya, lakini lazima atayatenda. Bwana asifiwe sana. Wacha Alexander wainuke. Wacha. Kuna mahali walitusukuma, kuna mahali waliturusha. Bwana asifiwe sana. Hivyo sio hakutuacha vile tulikuwa. Lakini hata kama walitufinya, amen, hawakutupatia nafasi. Bwana asifiwe sana. Unajua ilifika mahali ni vile tu tulileta siasa sana. Unajua hata hakuna mahali walikuwa wanasema tutawili. Bwana asifiwe. Walituambia tutaweka pale, ni sisi tutaleta na mutigatutahiri gogona. Haleluya. Tutigatahiri gogona. Kwa sababu sande moja niliwaambia, nikamwambia kwani tuko na ibada mbili. Wakaniambia acha nikuambie, wewe kidrona tayari wewe na fujo. Huyo mzee mwenye mnaonanga hapo mwenye aliombanga maombi ndio mwili tuanze kuona. Huyo aliniambianga hivyo. Na aliniambia wewe ukiwa roone kana tayari wewe na fujo. Apostle hakuwa amefika hiyo siku. Sasa wenyewe nilikuwa na fujo nilikuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ilikuwa ni ukweli. Bwana asifiwe sana. Na huyu alikuwa mama yetu. Bwana asifiwe. Hakuwa mama yao. Kazi yao ilikuwa kuja kuomba pesa. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa mama nani wetu. Tukajaribu kungangana, tulingangana at least mwili tu ikiingizwa kwa boma. Walikuwa wamesema wataiweka pale, wenye walikuja, unaona pale tulikuwa tunaingilia hivyo. Apostle nikumaliza na maliza. Nimeona umeamka nikumaliza na maliza. Utapona mami. Na juzi hata niliambia bishop wangu nipatie madhabahu niongee initoke. Ongea tu ikutoke. Haleluya. Kwa sababu ukweli walitutesa. Na walitutesa. Na siogopa hata wakati nikienda nyumbani, nilisema hata wakati nitakapokutana na mmoja, nitawaambia machozi yetu mtasidi kuyalipia mpaka dakika ya mwisho. Hatukulia, hatukuongea. Bwana asifiwe. Hivyo nikasema kwamba hata kama nimalizie hapa niseme hata kama walituonyesha ubaya na tunaambiwa tujihadhari. Bwana asifiwe sana. Kama sisi tunajihadhari na watu ya parish ya Nakuru ya PCA tunajihadhari sana kwa sababu wanaweza kutumaliza. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Hivyo tunaweza maliziwa. Thank you. Na Thank tunashukuru you. Bwana. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe. Haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Tusimame kwa miguu yetu. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika kutema shaka sawa sawa na wewe, Bwana sehemu yako, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Haya, twende. Wimbo vizuri kama unataka kuimba. Mikono yako juu, sema pamoja. Baba, tunakuabudu na shukuru, asante kwa mapenzi yako. Nitumie tu kama chombo. Dakika chache hizi zimebaki nikaweza kuzungumza na watoto wako. Niwe baraka kwao, wawe baraka kwangu, na wawe baraka kwa watu wako. Wabariki in Jesus name. You may be seated now. Waikarathi nawe. Iwe kwa kakimenya wira riu. Waikoro wa ndu maikarathi nawe waikarathi. Shosho ikarathi riu. Thank you. Thank you, my sister. Asante dada yangu. Usijali. Ndokamake. Mama yetu bado yuko hai. Mami aliho anemwe. Na tutakuja kukutana na yeye siku moja. No tukashamana na kelemo. Hata mimi bado hata leo sijawacha kuumia. I always have a problem. Hata mimi nakuwa na hiyo shida sana. Hata leo niliamka asubuhi. Hata leo niliamka na mmoja jokitile rushini. Then I could feel she was around where I was. Taigwa te area hali ya nyuma. So when I came to church, nilajokile kanisa, I felt like
something like pressure. Nikasikia kama nitapatwa I na was pressure. sick. Nikaa kama mgonjwa. I did not understand what was happening to me. Sikuelewa kenye kilikuwa kinafanyika I kwangu. locked myself Nikajifungia into the office. kule ofisini. I prayed. Nikaomba Mungu. I forgot that I was praying. Nikasahau nilikuwa naomba. I slept. Na nikalala. Then after sleeping, the pastor then came and woke me up in the morning. Baada ya kulala mchungaji akaja kaniamsha. He told me the time for preaching is ready. Akaniambia wakati wa kuhubiri umefika. Then I came. Alafu nikaja. I didn't have anything to preach. Sikuwa na jambo la kuhubiri. But I came here. Nilipokuja hapa, I saw the angel this woman sees always. Nikaona malaika ambaye dada yetu huona kila And wakati. the angel told me what to teach. Na malaika akanionyesha venye nitafundisha. So it is a point to mean that ni kumaanisha hivi that God is with us. ya kwamba Mungu pamoja nasi. Wherever you try to feel like you are down, Lelia waigo tawi the moon. God will always come. Ngai nĩ okaga. I was feeling dizzy. Ndaigua gũta After I preached around it was 5 in the AM. Rĩrĩa hujire rũcinĩ. The first 5 AM I preached. Rũcinĩ thaa 11 ndahunjia. I felt dizzy. Ndaigua tu gũcũngi I went to my office. Ndathi wabici. I felt so much dizzy. I thought that my temperatures are not, my pleasure, is it pleasure or my pressure? Ni kama pressure. Ni pressure. 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 I thought my pressure was not good. Nikasikia kama and I even thought my sugars are not good. Na hata sukari nikasikia kama iko sawa. So I just walked out somewhere there. Nikatoka pale nje kidogo. I went to a dispenser, a pharmacy. Nikaenda kwa and I told them, can you check on my sugar? Hebu niangalie sukari yangu. My sugar was okay. Na sukari yangu ikawa sawa. Then I checked on, can you check on my pressure? Akaangalia pressure. She told me, you're okay. Akasema iko sawa. You are good. Iwe iko sawa. Tell your neighbor you're good. Mwambie jirani yako uko sawa. Tell your neighbor you're good. Mwambie jirani yako uko sawa. And I have realized, nikagundua, because we had not communicated that she's coming. Hatukucommunicate na sister kwamba anakuja. It's a problem with her. Ni shida yake. I spoke to my brother yesterday in America. Nikaongea na ndugu yangu kule Amerika. He was in a similar problem. Na alikuwa na shida kama hiyo hiyo tu. And it's so painful. Na uchungu mwingi. When somebody comes and decides just to torment you. Akaamua tu kukufinyilia tu. It is bad. Ni vibaya mno. It is bad. Ni vibaya sana. But there is one thing I want to tell you, my sister. Tena huduma goda kwa my sister. My mother loved us. Mami ni atwendete mu. She took care of us. Ni atumenyereire mu. Although she will beat us. Onogoro ni atuhuraga mu. She made us what we are today. Ni atuthondekire kila twikio mu. You are what you are today. Wikiria uri umuthi because of her effort. Ni tondu wa kio gya. She did everything. She did everything to take us to school, and she cared for us. She made that we have the best life. She is resting. She is resting. The good thing is that she went at a good age. 105 years is not retro. 105 si miaka kidogo. We thank God for that. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Previously we used to take her to hospital because she was sick. Tulipeleka hospitali akiwa mgonjwa. But towards the time she slept, wakati alipopumzika, I asked the doctor, what are we treating? Tuliuliza daktari and the doctor told me, I'm sure, I'm very pretty sure we have nothing we are treating. Tuna hakika kabisa hakuna kitu Your mom is not sick. Mama yangu si mgonjwa. We are just waiting for her to recover. Tunagojea tu awe sawa. And my mother was not good, mom. Mama hakuwa mzuri vile. Because she tricked us. Alitufanyia mambo. She tricked. Yeah. Alitucheza sana. Because we left her. Tulimuacha. I was with her. Then we left her to go, then we come and take her home. She just waited as we walk out. As we drove to Nairobi, then she packed very quickly and disappeared. She was... Let us go to the book of Exodus, chapter number 9. Chapter number 9. Exodus, we are discussing today the mysteries of altars. And we have been walking through the chapter of Exodus. And when I'm teaching, I go deeper to the understanding of a chapter, the entire chapter, because I don't want just to speak of a line. I want to teach a word of God so that you are capable to understand why was Exodus
written. upate kuelewa kwa nini Exodus iliandikwa. And then the Lord said to Moses, naye Bwana akamwambia Musa, go into Pharaoh eda kwa Farao and say to Pharaoh, na umwambie Farao, thus says the Lord, hivi ndivyo Bwana afisema, the God of the Hebrews, Mungu wa Wahibrania, let my people go, acha watu wangu waende, that they may serve me. ili wakanitumikie. I want to tell somebody tonight that there is a God, a God that you belong to. There is a God of your family. There is a God of your mother. There is a God of your father. And this God is alive. The God of our mother is alive. And these people, when they came to our family, they used to come to collect money. They used to come to borrow money from my mom. We build 3 churches, but we don't brag. And when they came, they decided to torment us. Waliamua kutufinyilia. But one thing I want to remind you, kitu moja ndani kukukumbushe, there is God. Kulia kwamba kuna Mungu. That God of my mother. Mungu wa mama yetu. The God that our mother transferred to Mungu us. aliye transfer kwa mama yetu. The God that our mother taught us. Mungu ambaye alitufundisha. The God that I'm teaching you about Mungu tonight mwenye anafundisha leo is alive. Yuko uhai. Whatever they can do to you, ambaye anatafanya kwako, Pharaoh will be commanded Farao ataamrishwa to release kuachilia the people of God, watu wa Mungu. The spirit of the Pharaoh, roho ya Farao that is in the PCA church, one day siku moja will have to set their people free. Itaweka watu huru. Says the Lord, hivi ndivyo Bwana anavyosema, the God of the Hebrews, Mungu wa Wahibrania. So there is a God of your father, kuna Mungu wa baba there is yako, a God of your mother, kuna Mungu wa mama there yako, is a God of where you come kuna from, Mungu ya mahali umetoka, the God that you are taught. Mungu uliyefundishwa. This God is not dead. Huyu ni Mungu. This God is alive. Huyu Mungu yuko hai. This God will revenge for you. Mungu atachukua kisasi. This God will face the Pharaoh. Mungu atamwangalia. This God will face the Pharaoh. Huyu Mungu atakutana na Farao. And verse number 2. Na mstari wake wa pili. God, huyu Mungu was ready now to confront. Let yourself be assisted. Wapate kusaidia. Be commanded. Wawe pamoja. Be guided. Waelekezwe by the Spirit of God. Na Roho wa Mungu. For if you refuse, kama utakataa, this God was speaking to the PCA. Mungu aliyezungumza kwa and many others who look like them. Na watu ambao wanafanana na wao. If they refuse, ya kwamba ukikataa to let me go, na kuachilia waende, and still hold them, na wakamate tu. In verse 3, mstari wake wa 3, the Bible says, Bible inasema, behold, sasa the hand of the Lord mkono wa Mungu will fall with every severe blow utaanguka kama pigo upon your lives, ya mifugo yenu, that they are in the field, na hata kwa the horses, na kwa farasi, the dongs, na kwa the camels, na camel, the herds, na hata and the flock. na hata if you refuse, kama if you refuse to do the will of God, kufanya makusudi ya Mungu, he was telling Pharaoh, akamwambia Farao, if you refuse, kama utakataa to release the people, kuachilia, so that they can come and serve me, ili waje wanitumikie, I will make your cows sick, nitafanya ng'ombe zako wagonjwa, I will make your camels sick, nitafanya ng'ombe zako, I will make your goats sick, nitafanya mbuzi zako wagonjwa. In other words, kwa njia nyingi, I will cause disaster in your quarters, pigo kwa vitu vyako, I will cause disaster in your home, nitaleta mapigo kwa nyumba yako. These people, God will cause disaster, Mungu kwa sababu hawa in wherever they are, mahali popote walipo, and instead of seeing peace, na badala ya upate amani, also cry, utalia, just like we cried, kama jinsi tulivyolia. Life will never be the same again. Maisha itakuwa ya kawaida tena. Verse number 4, mstari wake wa 4, to know that God is fighting for you. Mungu anakupigania. He will fight for you. Atakupigania. He will command forces for you. Atafanya vikosi kwa things. Kwa sababu he will cause things atafanya vitu that are not visible to you, vitu ambavyo hataonekana to be visible to you. Itakuwa za kuonekana. So do not be worried. Usijali the situation that you are in today. Kwa sababu hali ulio ndani yako. The situation is not meant to kill you. Hali haitakuua. The Pharaoh is holding you. Farao amekukamata. The poverty is holding you. The disease is holding you. Magonjwa yamekukamata. The enemies are holding you. Maadui wanakukamata. There is God in heaven kuna Mungu who is watching over everything. There is God in heaven kuna Mungu who is watching
watching your session. There is God in heaven who is watching your session. Do not be worried. There is God who is seeing you. Do not be worried. There is God who is fighting for you. Do not be worried. There is a power of God. And in this power of God, He will speak not only to your enemies, but even to whatever the enemy owns. So do not be worried. God will cause them to come and surrender. God will cause them to come and cry before you. God will cause them to come and say something. Now I have seen the hand of your God, and now I am releasing you. We will confess. That is why the Bible says, I'm going to prepare a table. I'm going to prepare it so that you and your enemies can share a meal. I'm going to organize a chef. I don't know whether you're getting me. I'm going to organize a chef to come and prepare food. So I'm going to organize a farmer to plant carrots, to plant potatoes, to plant vegetables, so that the vegetables will be taken to the chef. Chef will turn into food. And I will also send somebody to Congo DRC and bring timber, the hardwood, so that a table can be built. Meaning, when God is about to bless you, He will command people around the world. He will command a tree to be cut. He will make you go to the bank. You will be given a truck. You take a loan, buy a truck, you go to DRC. Mainly because of your enemies. God will cause a multitude of people to do businesses because of your enemies. Just to prepare a table. He will cause somebody to go to college to be trained how to make a table. Because of your enemies. He will cause people to come from quarters just because of your enemies. God is preparing a party for your enemies. God is preparing a party for your enemies. He will cause people from all quarters. He will cause people from all quarters. And when these people will converge together, then your enemies are going to be summoned. Your pharaohs are going to be summoned. And they be told, now set my people free. But God cannot set your enemies away from you, because it is part of your blessing. It is part of your success. Without your enemies, you are not going to be successful. Without people fighting you, you are not going to be successful. Without a Pharaoh, you cannot see the power of God. Without the Egyptian, you cannot see the mighty hand of God. These people are necessary. These people are necessary to be there, because when they are there, they make you successful. You win battles, and God would be glorified. In the next verse, in the next verse, the Bible says, and the Lord set a time, and the God will set a time, and the Lord will set a time for your blessing. God has already set a time for your blessing. It is not in vain. Continue trusting in Him. There is a time already set. There is a time already set. You are going to be set free. Already God has a plan. He has laid in the what we call this book,
In the diary of God. In the diary of God. Diary ya Mungu. In the diary of God. Diary ya Mungu. There is a date. Kuna date. Date 14. Date 14. Date 15. Date 15. Date 16. Date 16. It is written. Imeandikwa pale. This is the day. This is, I am going to meet my servant. Nitakutana This is mtumishi. the day. Hii ndio siku. I am going to release. Nitaachilia. This is the day. Hii ndio siku. I am going to make it work. Nitaweka everything works in a plan. Kitu inafanyika kwa mpango. Everything. Kila kitu. It works in a plan. Inafanyika kwa mpango. Nothing will work. Itafanyika. When it is not, it is due. Si wewe. Everything will work. Kila kitu itafanyika. In the due time. Kwa wakati. In the plan of God. Na kwa mpango wa Mungu. Your enemies. Maadui wako. Will be subdued. Watawekwa at the time. Wakati na majira. The appointed time. Wakati na majira. The appointed time. Wakati na majira. That is when your enemies will be subdued. Watawekwa. I want to assure you tonight. Kuhakikishia leo. Whatever comes. It doesn't matter how long it will take. It doesn't matter how many days it goes. There is an appointed time. An appointed time for your deliverance. An appointed time for your success. An appointed time for you to become. An appointed time for you to glory. Hallelujah. God is considering your case. Mungu ako kwa mpango wa kesi yako. Alone. Hauko peke yako. God understands you. Mungu anakuelewa. Remember before the children of Israel went to the slavery. Hata kabla wakati wanaisraeli hawajaenda katika slavery. 400 years. Miaka 400. Abraham had been spoken to by God. Abraham alikuwa amenenewa na Mungu. Your generation. Ya kwamba kizazi chako will go to the slaveryness of 400 years. Itatekwa manyala. They will suffer for 400 years. Watafanya kazi ngumu miaka mingi. God was speaking to Abraham. Na Mungu alipokuwa anazungumza na Abraham. Abraham was looking for a baby. Abraham alikuwa akitafuta mtoto. God was not addressing the baby. Hakuwa anafanyisha mtoto. He was addressing a generation. Alikuwa akiaddress watoto. Abraham was addressing a baby. Na Abraham alikuwa anataka mtoto. Meanwhile, God was addressing a generation. Wakati Mungu azungumzia juu ya generation. When you have a problem. Wakati uko na shida. God does not address your problem. Mungu haangalii shida. Because he has already created a solution. Kwa sababu ametengeneza njia. God was speaking to a generation. Kwa sababu azungumzia juu ya vizazi. Abraham was speaking to a baby. Abraham alizungumza mtoto. Already in the spiritual realm. Katika ulimwengu wa kiroho. A generation was there. Kizazi kilikuwa. In the spiritual realm. Katika ulimwengu wa roho. A generation was existing. Kizazi kilikuwa pale kikele. Therefore you don't need to worry. Haupaswi kuwa. Because God is not looking at the problem you have Mungu today. haangalia na shida ulionayo. He's looking on what you are going to become. Anaangalia kile utakachokuwa. He's looking on what you are going to become. Anaangalia utakuja You are going to become a CEO. Utakuja kuwa CEO. You are going to become a business lady. You are going to become a businessman. Utakuja business. You are going to become an engineer. Utakuja kuwa engineer. You are going to become a preacher. Utakuja kuwa I remember one day. Nakumbuka siku moja. When I was a young man. Nilipokuwa kijana mdogo. I was a chokora. Nilikuwa chokora. I ran away from him. Nikatoka nyumbani. And she was looking for me. Na huyu alikuwa akiniangalia. Was that time? Na wakati ule. She used to sell githeri down here. Hapa chini. Just where? Where is Modhurwa? Modhurwa iko pande hii. Yeah. Just down here. That is where they used to sell githeri. Hapo ndipo alikuwa anauza githeri. Do you know how we roll jugu karanga with a karatasi? Unaweza tunafungaga jugu karanga na sell githeri. Hivyo ndivyo tulivyokuwa tunauza githeri. Tunailoro. There's a time I went. Wakati mmoja I nikaenda. had disappeared from them for about 2 years. Nikatoka kwao miaka kama 2. As I was passing, nilipokuwa napita. I didn't tell her I had gone to steal. Sikumwambia huyu nimeenda kuiba. We had just come from stealing. Tulikuwa tumetoka kuiba. But the business didn't work. Na biashara haikufanyika. Because we didn't get a customer. Hatukupata we customer. Were pickpocketing. Sisi tulikuwa tunaingia watu kwa mfuko. But we tried there at OTC. Tulikuwa tunajaribu hapo OTC. So as I was coming up. Nilipokuwa ninapanda kutoka we were coming this direction to find somewhere we can steal. Tulikuwa tunatoka pande ya chini. Then I saw my sister. Nikaona dada yangu. She was selling githeri. Akiuza githeri. I pretended. Nikajifanya. I had come. I've been looking for you. Nilikuwa nakutafuta wewe. I was looking for you to greet you. Nilikuwa nakutafuta. And then she gave us githeri. Akanipa githeri siku hiyo. You know that day. Hiyo siku. I was so hungry. Nilikuwa na njaa. For 3 days. Siku 3. We had not eaten. Hatukuwa tumekula. I was so hungry. Nilikuwa na njaa. And I was feeling like I'm dying. Kana sikia kama nakufa. And the world was not responding to me. Na hata ulimwengu hauko. Because as I'm
trying to look for a customer. Nilikuwa natafuta And customer. the customer was not coming. Na customer hawapatikani. Until I saw you. Mpaka nikakuona. And you gave me githeri. Na ukanipa githeri. You made me great. Ulifanya mimi I kuwa felt like nikasikia wow. wow. I felt like wow. Nikasikia wow. I did not show you I cried. Sikukuonesha nimelia. But I cried. Nililia. And to find a chokora crying. Kuona chokola analia. It is a serious problem. Si jambo rahisi. I walked out. Nikatoka hapo. And I went. Nikaenda. And I was the energy. Nikawa kabisa I went back to OTC. Nikaenda kwa OTC. I think you have an anointing. I went back to OTC. Nikaenda kwa OTC. Within 30 minutes. Kama dakika 30. I had a pickpocket. Nilikuwa nimetikia kutoka. And I had 1,000. Nikawa na 1,000. I went home. Nikaenda nyumbani. I have githeri in my stomach. Niko na githeri kwa tumbo. I have my cash. Na niko na cash kwa mfuko. It was wonderful. Ilikuwa ya ajabu. Therefore God has a plan. Mungu akawa na mpango. Everything that happens in your life. Chochote kilichofanyika kwa maisha yako. Maybe I was a pickpocket. Nilikuwa pickpocket. But there is something that was happening in my life. Kuna kitu kilifanyika katika maisha yangu. Out of being a pickpocket, nilikuwa pickpocket, God sustained me. Ilichoniga that I was able to meet my sister. Nikakutana dada yangu. My sister gave me githeri. Na dada yangu akanipa githeri. I got some energy. Nikapata my eyes opened. Macho yangu ikafunguka. I removed money from somebody's pocket. Pesa kwa mfuko ya mtu. Then I went to my hole. Nikaenda nyumbani. And I began to relax. Nikapumzika kule. And since that time, na kutoka siku hiyo, I started considering nikaanza kufikiria coming back home. Kuja nyumbani. I didn't know the githeri. Sikujua githeri. Went to my stomach. Iliyoingia kwa tumbo yangu. Work on something. Ilifanya to take me back home. Kurudisha nyumbani. Because for the last 4 years, miaka 4, nobody knew hakuna mtu where I was. They were only being told. Walikuwa tu naambiwa. Nionekana. They were only being told. I saw him in Kayole. Nitamonile Kayole. But that time, no hidio. I was sharing meals with the dogs. Nilikuwa that time, wakati huo, I was sharing meals with the pigs. Nilikuwa na chakula na nguruwe. I didn't have anywhere to eat. Sikuwa na popote pa kupumzika. I was being used by robbers. Nikatumika na wezi to transport their guns. Kusafirisha guns zao. From Umoja to Dandora. Moja mpaka From Dandora to Mukuru. Dandora mpaka Mukuru. From Mukuru to somewhere else. Kutoka Mukuru. That is how I came to know Rasta Madheri. Sasa hapo ndipo nilijulia Rasta Madheri. I became the carrier for the guns of Rasta Madheri. Nikawa nambebea la guns. Became good friends. Tukawa marafiki. In the next verse, mstari huo mwingine, the Bible is teaching us. Bible inatufundisha that and the next day, na siku iliyo, tell your neighbor, the next day, siku iliyokuja, the Lord did this thing. Mungu akafanya mambo haya. The next day, Mungu siku the Lord is about to do this thing. Anataka kufanya. Tomorrow, the Lord will do this thing. I want to speak to somebody who is alive today. That tomorrow, God will do something for you. Tomorrow, the Lord will do something for you. All the livestock, mifugo yote ya Misri, all the livestock of the Egyptians, na mifugo yote ya Misri, they died. Ikafa. All the livestock of the enemies wa Misri, God is going to cause Mungu atasababisha havoc in the camp of your enemies. Ya kwamba mifugo kwa maadui zako. I want to tell you, nataka nikwambie, do not be worried about your enemy. Usiogope mambo na adui. God already has a plan. Mungu ana mpango. He has an arrangement. Mungu ana mpangilio. Those people that cast you, wako wale waliokulani, people that held you, wale walikukamata, tomorrow kesho they will set you free. Watakuachilia. Tomorrow kesho they will set you free. Watakuachilia. Because God kwa sababu Mungu will cause their livestock atasababisha mifugo yao to be sick. Ipue mgonjwa. He will cause their cows atafanya ng'ombe to be sick. Iwe gonjwa. He will cause their goats atafanya mbuzi to be sick. Zipate kugonjeka. He will cause everything kwa sababu kila kitu be sick. Iwe kugonjwa. And therefore, na hapo they will stop concentrating on you. Watakufuatilia sasa wewe. They will stop concentrating on wataacha kukufuatilia wewe. Then they go concentrate on their goats. Watashughulikia mifugo your yao. enemy is going to be caused to be so busy. Maadui watafanywa kuwa na shughuli. Concentrating on cows that are dying. Washughulikie mifugo inayokufa. Concentrating on goats that are dying. Wafuatilie mbuzi zinazokufa. And as they are concentrating, wanapofuatilia, God will be moving you. Mungu atakuwa akikuondoa. Taking you to your destiny. Akuingilie kwa hatima yako. Taking you to where you belong. Akuingie mahali unahitaji.
you to where you belong. Do not be afraid of the current situation. That is a stepping stone. That is a stepping stone. The current situation is a stepping stone. While you are just stepping, as God is planning to take you where you belong, to take you to your success story. He is writing a story. He is writing a story about your life. A story that was never known. A story that was never written. God is writing that story. That is why your enemies are still alive. That is why they can come to your place and torment you. And then you focus you in the whole world. Why we didn't react? It is because we were being monitored. And they wanted the chaos to come so that they can say, we have always said about this family, this is not a good family. We say it now. It was our moment of swallowing our pride. Sometimes God can do anything to make you swallow your pride. Because He is ready to bless you, but your pride is not allowing you. I want to assure you, members of the church, let us swallow our pride, because already God is with us, and He is planning to do something. He is planning to elevate you. He is planning to bless you. But your pride, your pride, He will cause somebody. He will cause somebody to come and make you swallow your pride, so that He can bless you. But God has chosen to bless you. Nobody and nothing can stop you. When God has said it is you, there is nobody and there is nothing that can stop you from becoming. You are going to become what God said you are going to become. You are going to become. If He said you are going to become an engineer, you will become an engineer. If He said you will be shuttling the world, moving from one world to another world, it will come to pass. If God said you are going to become an engineer or a pastor like Ndora, you are going to become one. Oh my God, you are going to become one. It doesn't matter how many people are against you. What matters is your God is with you. In the next verse, the Bible says, and let's go to verse 6. And the next day, the Lord did this thing. And the next day, the day is tomorrow, Monday. Tomorrow, Monday, God will do something. And tomorrow, Monday, that which you have been trying to find, and it has been so difficult for you to make, God has said He's going to do something. He's going to do something. And all the livestock of Egyptian, but not one of the livestock of the people of Israel that died. Not one. I want to assure you tonight, they had planned to finish you. Not one of you, not one of your business, not one of your daughters, not one of your sons, not one of your vision will ever die. Will not die. But their enemies, cows will die, but yours will not die. Your enemies, your goats will die, but your goat will not die. Look here. Angalia hapa. It was so strange. Ilikuwa kitu ya ajabu. It was so strange. Yes. Ukangodweno. Come hapa. Simama hapa. This is a ngodu. Hii ni ngodu. This is a ngodu. Na hii ni ngodu. This is livestock. Hii ni livestock. And this is livestock. Na hii ni livestock. This is the Egyptian livestock. Hii ni livestock ya They Egypt. were walking together. Wanatembea pamoja. They were walking together. Wanatembea. But this one died. Hii moja hii. This one did not die. Hii continued to live. They were together.
is what ndio about to do. Yes. That yours will die. Zao utakufa. Yours will not die. Yako haitakufa. Do not be afraid. Usiogope. God is already doing something. Unapofanya God is already working on Mungu you. anafanya kazi kwa There's a plan for you. Mungu ana mpango na wewe. There's a desire for you. You are going to live. Wewe utaishi. You are not going to die. Wewe hautakufa. You are going to live. Hautakufa. You are not going to die. Hautakufa wewe. Kwa sababu Mungu. But not. Can we read that line? But one hata moja of the livestock of the mifugo people ya watu of where? wa Israeli, Not a single. hata moja yao. Now I want you to imagine Deda uone maundu maya. this disease of cows Na mulimu yo wa ng'ombe and the goats. na buzi. It is either Ni maybe foot and mouth, which is transmittable. It is either pneumonia. either And the pneumonia cannot only come to one area. pneumonia ikuja It comes to everybody because it is cold. inakuja kwa sababu na baridi. And maybe it is an infectious disease. Meaning this disease will come to everything. Mulimu no But this disease, no mulimu yo when it came, ilipokuja it went back to heaven imerudi and sought from God. ikauliza Mungu. I can see there is Egyptian Kuna wa Misri buzi and this Israeli buzi. Na kuna Israeli buzi. Lord, Mungu, which do you want? How do you want me to operate? Unataka nifanya kazi namna When gani? they were told, the disease was told, magonjwa yakaambiwa that the Egyptian goats buzi za wa Egypti are marked, ziko na alama, and the Israeli goats na buzi za wa they Israeli have a mark. ziko na mark. These are two different marks. Ni mark So tofauti. the Egyptian goats Buzi za wa are Egypti marked with black, zimewekwa nyeusi, and the Israeli goats na buzi za wa Israeli are marked with white. zimewekwa white. The glory of God. Utukufu wa Mungu. I want to tell somebody here, Reda kwenda mundu muthi do not be worried tiga kumaka that what will happen kiria gikuhanika tomorrow. rucio. Do not be worried tiga kumaka that what will happen to you ni tomorrow, kigi kahanika rucio, because you are marked. ni tondu wina alama. When the angel of the death will come, Liria malaika wa gikuũ he will be looking at the mark. kuangalia He will alama, be looking at the mark, akorora and alama, he will see na ataona these are of God, hawa ni wa and Mungu, these are of Pharaoh. hawa ni wa I Farao. want to assure you Nenda kwere umuthi that you cannot die. hautakufa, You will not die. hautakufa No matter how they say, hata kama no matter how they are planned, wenye wamepanga, no matter how they do it, haijalishi venye you are going wamesema, to survive. wewe You are utafaulu, going to exist. wewe You are utafaulu, going to be there. wewe utakuwa hapo, kwa sababu kwa hao who are being pressed down, wale wamewekwa God chini, is going to lift you up. Mungu atawainua juu. It's a matter of time. Ni wakati tu, It's a matter of ni time. wakati mdogo tu, Things are working. nitafanya Things are working. mambo itafanyika, And these things will work. na mambo And haitafanyika, forever time, na hata wakati wote God is on your side. Mungu aka upande He wako, will never forsake you, hata kuacha nor leave you. na hata In the kuachilia. next verse, Na the Bible says the Bible inasema that in the presence of God, and the next, no, the verse 7, please. mstari wa 7, And the Pharaoh na Farao sent akatuma that your enemy maadui will not relent on you. hawatarudi na wewe. As you're trying to get out, Unapotoka the enemy will plan to come for you. maadui watafanya kukufuata. As much as you're a Christian, Hata hivi uko Kristo, as much you have brought the Gedito, hata kama uko na they are gedhito, not happy with you. hawajafurahishwa na They are wewe, not happy with you. hawajafurahishwa They na will wewe, still try to come and snatch you. watakuja They will still come try and fight you. watajaribu tena kuja kukuchukua. And the Pharaoh sent, Na Farao akatuma, and behold, na angalia, not one of the livestock of Israel, si hata mfugo mmoja wa wana wa the Israeli, enemy, maadui. Pharaoh himself, Farao mwenyewe Ruto himself, si mtu tu, Farao, not this Ruto, not Ruto, the Ruto of Pharaoh. the Ruto that Farao is. He sent, Akatuma, he sent, akatuma, he went personally akaenda to mwenyewe go and check, kwenda kuangalia and mwenyewe, he was mesmerized. akastuka sana. Things Mambo were not as he thought. si venye alikuwa anafikiria. He found Akakuta the goats
mambuzi the cows, na mang'ombe all of his enemies. za maadui wa kwake. And these are the Israelites, Na hawa ni Waisraeli, his enemies. maadui wake. You are an enemy of the devil. Wewe ni adui wa shetani. And the devil will come to supervise. Na shetani atakuja kuangalia. To check, see whether. Ataangalia kama ni buzi gani walikufa. Ni buzi gani wapande gani He walikufa. will come to check. Atakuja kuangalia. Which business went down. Ni biashara gani iliyoenda chini. He will come to check. Atakuja kuangalia. Which ministry went down. Ni huduma gani ilienda chini. He will come to check. Atakuja kuangalia. Who died. Ni nani aliyekufa. Only for him. Peke ya kwake tu. Only for him. Za kwake tu. Only for him. Ni yeye tu. Only for him. Owe ogedawe. Owe tu. To come and realize. Akuja apate kugundua. And he realized. Apate kujua. The livestock that belonged to his side. Mifugo wa upande wake tu. All died. Wote wamekisha kufa. But the livestock that belonged to his enemies. Na mifugo wa maadui zake. The Israelis. Waisraeli. None. Hakuna died. Hakuna aliyekufa. I want to tell you. Reda gwele umuthi uyu. It is them that will die. Ni zao zitakao kufa. It is them that will die. You will not die. Wewe hautakufa. You will not perish. Hautaisha. God has already marked you. Mungu amekuweka alama. God has already vindicated you. He has already consecrated you. Amekutenga, amekuteua. And he has set you apart. Amekuweka kando. Now nobody can see you. Hakuna mtu anaweza kukuona. It is you who is seeing them. Ni wao, wewe ndio utawaona. And when they open their eyes to look for where you are, wakikondoa macho angalia wakutafuta. They are not seeing you. Hawatakuona wewe. But you are seeing them. Lakini wewe unawaona. Because you are not an ordinary person. Kwa sababu wewe si mtu wa kawaida. You are not ordinary. Wewe si mtu wa kawaida. You are not ordinary. Wewe si mtu wa kawaida. Can I hear from your neighbor? You are not ordinary. Mwambie jirani yako wewe si wa kawaida. You are not ordinary. Wewe si wa kawaida. You are not ordinary. Ni si wa kawaida. You will see the enemies. Utaona maadui. But the enemies will not see you. Lakini maadui hawatakuona. Because you are not ordinary. Kwa sababu wewe si wa kawaida. Oh my God. Mungu wangu. In the next verse. Na mstari huo mwingine. I didn't know I can sweat. And the Lord said to Moses. Na kegaya kila Musa and Aaron. Na Haruni. Take the handful. Chukua of soot. The hand muhu. Oya muhu. Murali. Soot ni murali. Ni murali. Oya murali. Thank you. Ni muhu. Ash. Haya. Ninda dhomire gethi. Sooth. Tusomee dictionary. Pastor aragwa ni muhu. Pastor aragwa ni muhu. Sooth ni nini? Yeah? Deep powder. Ule waitara. Jipigieni makofi. Odio magolire rori popu modemu. Ni mahota. And the Lord said, na Mungu akasema, and this I want you to understand it. Na nikiodera umenye ha. Because as we are going to Mount Kenya on the 8th. Tugethie Mount Kenya Kinyanya. Tutaenda on the 6th. Tugutane kithatatu. On the 7th, and then we go to 8th, then we come back. That is 8, then we come here for the youth convention. 8 so I want all of us to go there. Yes. You're happy now? Yeah. I want us to go to the mountain. Where you saw me on the mountain. Where the cloud came. And they covered me. And the Lord spoke to me. And here, they have removed it. This looks like it's our enemy. And at what time did you become our enemy? And no. 8.
I want you to understand this is a spiritual weapon. Nataka uelewe hii ni silaha ya And I'll kiroho. be teaching you about the spiritual weapons Nitakufundisha jinsi ya that silaha za we use kiroho when you go to warfare. ukitakazozitumia But wakati this utakapo- only is taught to the intercessors. inafundishwa tu kwa waombezi. Not to every Christian. Si Mkristo Because every Christian like Shiko, Mkristo she wote can use to kill all her enemies. anaweza tumia kuua maadui. Then verse, and the Lord said to Na Moses Mungu akamwambia Musa na Haruni. and Aaron, Na Haruni, take a handful of soot oya morale oyo. from the clean Kumba chumunine, shumuni. from the clean, Kuma shumuni. and let Moses Na Musa. and let what? Let Moses Naye Musa to throw them into the air atupe angani in the sight of Pharaoh. mbele ya Farao. Oh, hallelujah. You don't need a gun. Hauhitaji bunduki. You don't need a panga. Hauhitaji upanga. You don't need a bullet. Hautahitaji to silence Ruto. kupiga Ruto. He says, Mungu our young people to be shot on watoto wetu we wapige are going risasi. to take the suit Na sisi tutachukua and release it to them. tutupe He is a clan of the Pharaoh. Farao. He is not going to kill our children. Hata huwa watoto wetu. Gen Zs are not going to be killed. Jensia I am going to release the suit on him. I saw Nganga by the bow and an arrow. I'm going to release the suit morali. and he is going to know that our God liveth. Na mkayuto nyagoto uramu. Let them dare. Na wajaribu. You Ruto. Jaribu Ruto. I dare you. Ninakuapia. Shoot one. Piga risasi moja. See. Na utaona have a kombora from heaven. Kutoka mbinguni. That silenced Pharaoh. You are not even Pharaoh. You are just a small man. Pharaoh was bigger. Farao alikuwa mkubwa. Take a handful. Chukua mulali. Shoot from the clean. And let Moses throw them. Na umwambie Musa atupe angani. In the air. Uko angani. In the sight of Pharaoh. Mbele ya Farao. In verse 9. Mstari wake wa 9. What will happen? Itafanyika nini? It shall become fine dust. Itakuja kuwa kama over all the land of Egypt. Remember, it is a handful. Yani ni rohe rumwe tu. Ni karohe kamu. It's a handful. Rohe rumwe rwa morali. But look here, it will become fine dust. Itakuja kama mawingu. And cover the entire land. Na itafunika so Egypt yote. God will multiply your soldiers. Mungu atasababisha God will multiply kujumuisha. your weapons. Mungu atajumuisha. That this will go na atasababisha into the land of Egypt. Katika nchi. And they become boils. Na ita mahoha. The cows will have boils. Ng'ombe the takuwa goats will have boils. The women will have boils. Wamama watakuwa na majibu. Men will have boils. Wanaume watakuwa na majibu. Kwa sababu gudie mwe ya morali. Gudie mwe. Small. Kitu kinini mwana? Small. Kitu kidogo sana. Can you get me some munga there? Niteka uga kadogo ka nitete tu uga. Kitu kidogo tu sana. When you throw it, akitupa juu, it becomes a spiritual weapon. Ikokabata kidokea bala ya kiroho. And God will magnify it. Na Mungu atasababisha iwe kubwa. And every single enemy na adui mmoja wote will become sick of the boils. Watakuwa wagonjwa wote. The goats will have boils. The chicken will have boils. Do you know even cockroaches, they had boils? Hata cockroaches wakawa na majibu. Just kidogo tu. Kidogo tu. This handful, this. This. It was not much than this. Ilikuwa kidogo zaidi ya hii. You don't have to carry a gun. Hauhitaji kuchukua. You don't have to have even a vote to silence Ruto. Hautahitaji mambo ya kunyamazisha Ruto. You don't Ruto. even have any weapon to silence Kimuru Komen. Hata hakuna silaha ya kumnyamazisha huyu jamaa. If you know, you know. If you know, you know. Ukijua umejua. Hallelujah. If you know, umejua. Hiyo tu. Hallelujah. And it is done. Na ifanyike. And it is done. Na ifanyike. Wait for the result. Sasa gojea the next verse, please. Mstari wa mwingine wa time is not on our
aside. Masaa imetukibisa. So they took the suit Sasa wakachukua ile from the clean kutoka kwa and they shimo. stood before Pharaoh. Na wakasimama mbele ya Farao. Stand before your enemy. Na simama mbele ya maadui. And Moses threw it in the air. Na Musa akairusha katika anga. Let me tell you one thing. Ndienda ngwire ndumwe. When Pharaoh looked at Moses, Farao arora Moses. He asked himself. Akiulia. Huyu ana kioko kiega. Huyu anakona kichwa poa. Huyu ana kioko kiega. Ena mtoe mwegoyo. What is this? Sasa ni nini yeye anafanya? He dismissed. Akihudhia. Your enemies will dismiss you. Bosia kuno igokuhudhiririo ro. Your enemies will dismiss you. Bosia kuno igokuhudhirio. Because whatever you are doing, kiria giothe ureka, it is God who is making it. Ni Mungu anaifanya. When God is doing something on you, Mungu anafanya kitu when kwako. God is using you, Mungu anakutumia. He makes them not to understand. Akawafanya wasielewe. Until the message is home. Mpaka that is when they will understand. Hapo ndipo watakuja kuelewa. So do not be worried. Usituke. Remember at one point Moses was asking God, Mungu siku Moses akamuuliza Mungu, you Mungu, are sending me. Unanituma mimi. Who do I tell you? Nitasema. What do I tell them? Nitamwambia nini Farao? Then he is told, naye akaambiwa, go and tell them, naenda umwambie, I am whom niye that I am. Ndiye uria ndi. Oh my God. Hallelujah. I am whom niye ndiwe that I am. Uria ndi. Hallelujah. Niye niye. So you when you are with I am. Ukiwa pamoja na yeye. I am. Mimi mwenyewe. You use suit. Utaweza kutumia. I am. Ukiwa na you use suit. Utatumia. You release it. I am. Sababu will deal with them. I am. Yule aliye will deal with them. Atawasukuma. I am. Yule aliye will deal with them. Atawasukuma. I am. Yule aliye conquer them. Atawashinda. I am. Yule aliye succeed. I am. Yule aliye conquer them. Atawashinda. I am. Yule aliye win your battle. I am. Atashinda vita. Yule aliye I am. Yule will make them. I am. Yule aliye destroy them. I am. will make them sick. I am. Yule aliye. Amen. I am. Yule aliye. Say I am. Ule I am. I am. Will deal atawasukuma with my enemies. Na maadui zangu. Me is just to do ni mimi tu nikufanya as he tells me to do. Fenye ameniambia nifanye. Oh my God. Mungu wangu. And Moses threw it in the air. Naye tupa and hewa. It became boils. Ikakuja maji. Breaking out in source. Ikawa on man and on beasts. Kwa watu na kwa wanyama. I'm going to transfer this church from me. I want to be transferred. Sasa nataka kuintransfer, kubadilisha sasa. Kuhamisha. Of people who know when we are spiritual. Watu wajua sisi ni wa kiroho. Because these people don't understand when watu kama hawaelewi. They don't understand when you are doing things. Hawaelewi venye tunafanya mambo. You know you are used to where you are told rise up. Unajua mko mahali ambapo mnaambiwa lazima msimame. Clap your hands. Piga makofi. Jump up. Ruka juu. Fanya hii. And it became boils. Na ikawa majibu. Give me another suit. Nipatie ingine. Give me another suit. Nipatie sasa ingine. Give me another suit. Give me another suit. Nipatie. Oh yes. Yes. Listen. Yes. You're the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. When the Lord has done for me, it shall be permanent. Look here. Angalia hapa. You have your enemies. Una maadui. You have the pharaohs of your life. Una farao maishani mwako. You have Ruto who has said our children to be shot on the leg. Ruto ambaye amesema watoto wetu wapigwe risasi. Do you know what it means? Unajua inamaanisha nini? Ruto is prophetic, you are political. Ruto ni yako kwa kiunabii. You are saying that you are not going to vote for you again. Unasema hautamchagua tena. He has raised an altar of 1.2 billion. Yeye ameinua madhabahu. It will make you vote for him. Atafanya the power of the altar. Nguvu za madhabahu. It will make you vote for him. Itakufanya umchague tena. You will go
to vote for Wamunyoro. Hautaenda kuvote kwa Wamunyoro. Instead of voting Wamunyoro, you will put an X in Ruto's box. Badala kumchagua Wamunyoro, say, I have cancelled Ruto. Useme nimecancel Ruto. That is what it will change your mind. Hiyo ndio itabadilisha mawazo yako. And it will cause you not to understand itakufanya usielewe what you have done. Kenye umefanya. Until you have done, you have put a cross in the box of Ruto. Uweke kwa mfuko. Thinking that you have crossed him. Ukifikiria only to find you voted for him. Utajikuta umemchagua. And he will make it with a landslide. Utamfanya if you don't fight it now. Kama utapigana leo. It will be a landslide for Ruto. Itakuwa he will win the next election with 86%. Shida uchaguzi mwingine. Because of the altar. Kwa sababu ya madhabahu. The altar is not the building. Madhabahu si nyumba. The building he's doing there. Yeye nyumba anafanya pale. The altar is what he puts in the altar. Madhabahu ni kile aliweka kwa madhabahu. The madhaga. Madhaga, do you call it in English? Madhaga. For those who went to school. Madhaga. Oh, the instruments. Yeah. Instruments. No, instruments of power. The one that Ruto was given, the sword, is an instrument. The constitution is an instrument. The flag is an instrument. We have a government officer. Is that true, madam? Yes. We have Wafadi. Is that true, madam? Yes. Yes. Instruments. This one now, you look here. Sasa angalia hapa. This is an instrument. Hii ni instrument of the altar here. Ya hii madhabahu hapa. This is an instrument. Hii ni instrument of the altar here. Ya hii madhabahu. Anything I'm using for service. Kile ninachofanya kwa ibada. It is that which makes an altar strong or not strong. Ndio inafanya madhabahu. It is not the building. Si nyumba. The building cannot cost 1.2. Nyumba iwezi. What will cost 1.2? Kile kitasababisha hizo pesa. It is what he will do there. Ni kenye utafanya hapa. One is the blood that is going to shed. Ni ile damu itakaomwagika. It is what will make it 1.2. Ndio itafanya 1.2. The people that are going to die. Watu wale watakaokufa. As a sacrifice. Kama dhabihu. That will be sacrificed on that altar. Itafanywa kwa ile madhabahu. That is the value he is talking about 1.2. Hiyo ndio gharama ya 1.2. It is not the mabati. Si mabati. It is not the walls. Si ukuta. It is not the walls. Si walls. Si the ukuta. value of an altar. Gharama ya madhabahu. It is the instrument that are there. Ni vitu zilizo ndani ya madhabahu. That is what we call the altar. Hiyo ndio inaita madhabahu. That is what gives value to the altar. Hiyo ndio inampatia umuhimu wa madhabahu. So Ruto is giving value. Anapeana when he is shooting children on the leg. Piga watu kwa mguu la risasi. It is not just shooting. Si kushuti tu kwa mguu. Joshua was told by God. Joshua akaambiwa na Mungu. Where your leg. Mahali popote. You will do what? Utakanyaga. Where your leg will. Kanyaga. Step. You shall possess. Utamiliki. So the children, the Gen Zs, vijana wetu Gen Z, are the pastors from heaven. Ni wachungaji kutoka mbinguni. Are the bishops from heaven. Ni mabishop kutoka mbinguni. Are the prophets from heaven. Ni manabii kutoka mbinguni. Because we Christian, kwa sababu sisi wa Kristo, instead of building the kingdom of God, badala kujenga ufalme wa Mungu, we build our own kingdom. Tunafanya ufalme wetu. And we forgot to worship God. Tunasahau kumwabudu. So God went to us children. Mungu ameenda kwa watoto wetu. And lifted them. Na akawainua. And made them to replace us. Sasa wapate nafasi. Already we have been replaced. Sasa tumechukuliwa. That is why Ruto is not dealing with the churches now. Sasa Ruto haangalii mambo na kanisa. He knows the next front. Anaangalia mbele. It is not the church. Si kanisa. It is the Gen Z. Ni Gen Z. And Gen Zs are meant to come to the city. Gen Z wameamrishwa. Where they step. Mahali wamekanyaga. They destroy demonic powers. Wanaharibu ufalme. Where they step. Mahali wanakanyaga. They get into parliament. Wanaweka papa. They got into parliament. Wanaingia paka kwa parliament. They got inside. Wanaingia ndani. They went to Moi Avenue. Wanaenda Moi Avenue. They went to Kenyatta Avenue. Wanaenda Kenyatta Avenue. Tomboya Avenue. Tomboya Avenue. Kiambu Road. Kiambu Road. Thika Road. Thika Road. Mombasa Road. Mombasa Road. They have already done it. Wamekanyaga. The only place remaining ile kitu is to get to State House. Kuingia State House. That is why they have put a wire. Hapo ndipo wameweka wire. Direct wire. Wire hiyo. Because he is protecting his altar. Wanalinda madhabahu. Not that he is worried. Si kwa sababu anastuka. Of the children. Kwa sababu ya watoto. They know. Wanajua. If they walk. Where they will step. Where they will step. Mahali watakanya. They will possess. Watamiliki. That is now why he is shooting the leg. Ndio wanawapiga. So that he may not. Kwa sababu ndio. So that they may not step. Ili wasiingie. So you are looking from a political angle. Wewe unaangalia mambo na siasa. Ruto is seeing. Ruto anaangalia. Men of God. Mpande ya Mungu. Men of God.
and the women of God. Na watu wa Mungu. Ruto is seeing Ruto anaangalia men and the women of God. Watu wa Mungu called the Gen Z. ambao wanaitwa Gen Z are men. Gen Z ni and the women of God. Wazee na vijana wa Mungu. They are here on an assignment. Wako hapo kwa sababu ya Mungu. To destroy the altars of Baal. Kuharibu madhabahu ya Baal. Destroy the altars of Freemasons. Kuharibu madhabahu ya the altars of Satanism. Kuharibu madhabahu ya kishetani. That is what they have been sent. Hivyo ndivyo wametumwa wafanye. And the Ruto because he's spiritual. Na Ruto sababu ni spiritual. He has sensed. Amesense. And he has seen. That is why he shoots them. Hiyo ndio sababu anawapiga risasi mguu. Sure. As much as he's shooting them, he's also raising blood. Anamwaga damu. The blood. Hiyo damu. To lift up the altar. Kuinua juu madhabahu. Because he wants to sacrifice a human blood. Anataka kufanya ibada ya damu ya mwanadamu. The animal blood. Si ataki damu ya mfugo. What he's calling 1.2. Ndio anaita 1.2. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. In the book of 2 Kings. Kitabu cha Wafalme wa pili. Chapter number 3. Chapter yake ya verse number 26. Mstari wa 26. The Bible says that this king of Edom, mfalme huyu wa Edom, and they had been defeated. Na walikuwa wameshindwa. And they had been defeated by the Israelis. Walikuwa wamepigwa na wana wa Israeli. The battle was so bad. Vita ilikuwa mbaya. And they were completely defeated. Na wakawa wameshindwa kabisa. He looked left. Wakaangalia right. He looked left. Akaangalia left. He looked right. Akaangalia pande nyingine. And discovered he has a son. Akajua ako na kijana. And this son is na mwana huyu is the one to become a king. Pia anataka kuwa mfalme. So he had several other sons. Alikuwa na watoto wengine. He never went for the other sons. Hakuenda kwa watoto wale wengine. He went for a son that had a mantle. Alienda kwa kijana aliyekuwa na mantle. It is not the son he wanted. Si yule kijana alikuwa anataka. It is that mantle of a king in this son. Ni hiyo mantle ya king to help him. Ili imsaidie. Do the battle. Kufanya vita. And when the king of Moab saw that the battle was going against him. Na vita zilipoinukia mfalme wa. He took with him 700 woodsmen. Akachukua watu to break through. And opposite the king of Edom, but they could not. He had an army. Akawa na very wanajeshi. strong. Watu just as Ruto had an army that is fighting this young kama people. jinsi Ruto alivyo na wanajeshi wanapiga hawa. When he discovered nothing is coming, na alipojua kwamba verse number 27, mstari wa 27, this is what the king did. Hivi ndivyo mfalme Then alifanya. he took his oldest son. Akachukua kijana wake wa kwanza. The other day in Murang'a we buried a first son. Murang'a tulizika first born. In Kisumu we buried the first Kisumu son. tukazika first born. In Kiambu we buried the first son. Kiambu tukazika first born. What a coincidence that the bullet is only locating kwa nini tu risasi tu inakwepa kwa first battle is spiritual. Kwa sababu hizi vita ni za kiroho. This battle is spiritual. Hizi vita ni za kiroho. As the children are going to battle, watoto wanapoenda vitani, go to the mountains wanapokwenda milima and they lift their hands na wainua mikono yao. And is the son who was to reign in his place, kijana aliyekuwa achukue kwa niaba yake, and they offered him akafanya ibada, a burnt offering, ibada on the wall, kwa ukuta. Yani alishika, akashika tu mtoto wake, mwana wake akemgothia ruthingo-ini, and he killed him, na akamuua. Then he offered him, na akafanya ibada as a burnt offering, kama ibada ya kuteketezwa. Listen here, lead with me. Soma na mimi. And there came a great wrath against the Israelis. Listen here. From morning 8 kutoka asubuhi until 5 mpaka saa 11 the Israeli were dominating. Waisraeli had beaten this Edomites. Waliwapiga hawa Edom. But when this man, na huyu mtu, picked his son, akachukua kijana wake, smashed him, akampigisha, and gave him as a burnt sacrifice, akampeana kama sadaka, the war changed. Na kuta zikabadilika. They dealt with Israelis, wakapigana wana wa Israeli like burukenges, kama burukenges. The sacrifice that speaks, ibada inafanya, it is the highest sacrifice offered. Yes, it is the highest sacrifice given. Ni ibada iliyopeanwa. That is what speaks. Hiyo ndio inaongea. And immediately the Israeli, na hapo hapo wana Israeli, remember Elijah had prophesied, Elijah alikuwa ametabiri, you are going to win, ya kwamba mtashinda. But when this man realized I'm going to lose, wakati mtu alijua a sacrifice, akafanya ibada. That is the why you come here, we pray, you go home, because they have known you've come.
wanajua You unakuja. told them you are coming. Lumeleta So yuko. they go, they lift up the sacrifice. That is why you keep losing. And they withdrew from him and they returned to their own land. The Israelis, who are ready to become victors, they returned to their land. And because of that, somebody say because of that, it was not Aaron who was told to do this. It is Musa. Now I'm turning this to be sooth. And every enemy in your life, every enemy in your life, somebody lift up your hands. And every enemy in your life, those that have condemned your business, those that have suppressed, destroyed your family, those that have done against you, those that have been fighting you, those that have been trying to fight your ministry, from today I do which was told of God by Moses, which Moses was told to throw up the sooth, and I turn this to become the sooth. Every enemy of this country, including the Pharaoh of this nation, including his soldiers, including his cows and the livestock, all of it, in the name of Jesus, your enemies are gone. Wait tomorrow. Goja kesho. Wait for tomorrow. Goja kesho. Oh my God. My God, my Father. The enemies you are seeing today, unawaona leo, you will never see them again. Hautawaona tena. The enemies you are seeing today, unawaona leo, you will never see them. Hautawaona tena. The enemies you are seeing today, you will never see them. Hautawaona tena. Give your sacrifices. Yes. We have raised an altar. Yes. Give your sacrifices. Raise an altar. And God has done it. God has done it. God has
Tunaye
Yesu makofi. Sasa iko hivi. Nisikilize sasa. Roho wa Bwana anashuka sasa. Kuna watu vipawa zao zinaenda kufunguliwa. Kuna watu ambao unafanyanga kitu wanakuja nyuma yako wakifuta hiyo kitu umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameniambia nifanye kitu hapa. Na sasa nimeambiwa hapa kuna watu wengi wamewachana na Yesu kidogo. Na ameniambia rudisha watu wangu kwa nyumba yako. Kimbia hapa kama ungetaka kurudi kwa Yesu. Kama unajua huna mahusiano mazuri na Yesu, kuja tu hapa. Haraka kimbia. Ni order imetoka mbinguni. Kimbia tu. Kimbia. Wapigieni makofi wakikuja. Wapigieni makofi wakikuja. Wapigieni makofi wanapokuja. Wapigie. Ni wengi. Nimeambiwa ni wengi. Wamama wengi, wasichana wengi, wavulana wengi. Kimbia hapa. Kuja hapa. Quickly. God has heard. Yani ninachosikia kutoka mbinguni. Naambiwa wakati wako wa kubarikiwa umefika leo. Ndio anataka mahusiano mazuri na yeye. Kuja tu hapa. Najua umekuwa Mkristo lakini uliteresa. Hata mimi nateresaga, narudi kwa Yesu. Namwambia Yesu nisamehe. Kimbieni hapa. Kujeni tu. Wako wengi. Kuja tu. It is a moment. This is a moment you will never find like it. Ni wakati hauwezi kupata. Ni wakati hauwezi ukaupata tena. Kuja tu hapa. Pokea Yesu. Mpokee Yesu. Piga makofi. Shangilia wanapokuja. Shangilia. Tulia. Ni kama hamujanisikia vizuri. Yesu kutoka mbinguni ameniambia nikwambie anakujua mpaka jina yako na anataka kukubariki leo. Anasema ukuje hapa. Ati ananiambia kuna ya mpembelezano kuja. Anataka amekujua na ndiye alikwambia ukuje hapa. Juu anataka kukutana na wewe. Ungekuwa ushafika. Kuna watu kama watatu hivi wamebaki wa mama watatu. Kuja. Ni wewe naogojea. Unasikia mguu yako unajaribu kuinua, unasikia ni kama kitu kinakuvuruta hivi. Katika jina la Yesu Kristo na kuachilia. Funguliwa miguu yako. Kuja sasa. You are free. Kuja. Yes. Mama mmoja amebaki na wanaume wawili. Kuja tu. Ndio huyo. Wanaume wawili. Roho yako hata saizi inaduda. Wewe mwanaume, hebu gusa, wekelea mwanaume yote. Wekelea mkono wako hapa. Usikie venye roho inaduda. Ni wewe tunangoja. Umesikia? Kuja basi. Kuja ni wewe. Ni wawili. Kuja bio. Wacha kutupotezea wakati. Come. Ni wanaume. Anakuaga roho gumu. Kuja tu. Ni makosa ulifanya kidogo tu. Ukateresa kidogo. Si eti you are condemned. Kuja. You are still a Christian but you uliteresa kidogo. Niwe na ngoja. Kuja. Wacha kuinamisha kichwa. Mimi kwa sababu nimeona umeinamisha hivi, umeangalia mtu Mungu naye karibu, umeuliza atasemaje. Kuja. Wachana na huyo mtu wako karibu na wewe. Just come. Ni wewe naogoja. Is a young man. Si mtu mzee sana, ni mtu young. Mtu wa kitu between 22 24 hapo. Area hiyo ya ma 20s. Area ya ma 20s. Kuja. Wacha kukua mgumu, kuja tu. Na huyo mtu kuna wakati anasugumusiwagwa na maneno na watu. Hawajui ni nani. Asense niwe. Uko na miaka ngapi sasa? Hakuna kabisa. Hakuna. Hebu songeni kidogo hivi.
Wewe unajikuna huko. Unaitwa nani? Wewe unajikuna huko. Wewe uko na jamba. Hebu kuja kidogo. Kuja tu. Unaitwa nani? Wetawate. Unaitwa nani? Moyo Ithira. Una miaka gapi? Yes. Umeokoka? Umeokoka zaidi? Kuliko zaidi? Uliokoka lini? Ni kwa nini hauko karibu na Yesu? Umenikaribia? Oh, ni mimi nimekaribia. Ungetaka kuokoka? Unataka kuokoka tena? Utaki? Kabisa. Unavutaka kamunyweso kadogo. Si ndio hiyo? Na hii ile ingine kubwa kubwa. Ile kubwa. Ile kubwa, ile. Kidogo. Si ndio? Ni wewe tunasema Yesu ananiambia anataka kukufanya ukuwe pasta. Umeingia, kuna watu wanaogeaga na wewe. Kuna sauti unasikiaga. Niangalie. Kuna sauti inakujaga kwa masikio yako, inakuja hapo, unasikia watu wengine wanakuongelesha, ni unampeleka wapi? Rudi tu hapa. Wacha wakaribie. Kuna sauti unasikiaga, no iguaga mathauti makwarageria. Niguo? Yes. Uiguaga tare guka, tare muthuri ukwarageria. Ni mutumia. Waragerio no. Yeah? Waragerio no. Yeah? Aige muno. Mahiana atia, uigua mahiana atia, maragia atia. Ona nini kwarageria? Ukaigua na kwarageria. Kwarageria atia. Gakuhe story. Riu ndirenda atiriri tondu wi ndungata Ngai aranjira atiriri wi ndungata yake na shaitani niendaga gukuiya riu aranjira nguitiririe maguta metikiriku niguo nindeherwo maguta hau ndimuitiririe na ruhia urehe na ruhia hau ino ni ndungata nene muno ino ni ndungata ya Ngai no ni aragerio ni riri ni ngoma cia kwao ni ngomi mendaga kumunina kengwire Ngai egukwambararia andu marikuonaga makarigwo nu uyu ugathi nginya Amerika muthenya umwe ni ugathi Amerika atike kugacire guo niki tu hamwe ni piramidi semeni Bwana Yesu, naomba msamaha wa dhambi zangu, nitakaze, nifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Na wewe shetani, mimi sina mahusiano na wewe tena, mimi ni wa Yesu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru, nasema asante kwa watoto hawa ambao wamekuja mbele zako kwa umati huu kusema wanataka ushirikiano na wewe, wanataka kukaa na wewe, wanataka kutembea na wewe. Baba, ninavunja nira zote, every foundation, misingi yote ya kifamilia, misingi itokanayo na damu, misingi itokanayo na matambiko ya nyumbani, misingi itokanayo na wachawi na maeneo waliotoka, yote ninaibomoa katika jina la Yesu Kristo. Ninawatengenezea msingi mpya wa damu ya Yesu Kristo, msingi mpya wa damu ya Yesu Kristo. Misingi yoyote katika dunia hii ambayo imewakamata, ninaiharibu na kuiangusha katika jina la Yesu Kristo.
In Jesus name. Sema amen. Oya moko maku na iguru ngurathime. Uga Mwathani Jesu. Uga Mwathani Jesu. Kuma umuthi uyu ni ndigutungatagira. Ndaguitiriria maguta maya, maguta ma uthamaki, maguta ma murugano. Kiria Ngai akwamurire thiini wa thi ino reke gituike gia kuruta wira. Maroho maria mothe maguthiururukaga maria maruaga nawe, maria magiragia ukarathimo, maroho macio mothe ni ndamakiria. Maroho ma ngomi, maroho ma rogi, maroho ma Illuminati, mothe ni ndamakiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndagwitiria kirathimo, ni ndakuohorithania kuma cioho cia mucii, cioho cia thakame ya kwanyu, cioho cia mihiriga na cioho cia matura ma kwanyu. Tiri wa kwanyu uria waragia kinyume nawe kuma umuthi ni ndaumomora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amukira Ngai, amukira kirathimo kia Ngai riu na tene na tene. Amen. Lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.